usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Najua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi nitukure, bila Yesu mimi nitukure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Tuwashi yangu, yeye anatatua. Bila Yesu mimi ni bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi bila Yesu mimi mtu. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Right. Thank you very much. Pole sana kwa sababu ya mitambo, sauti inaleta kabla shukrani kabisa ndani ya nyumba. Alright, nakukaribisha sana kwa kuwakilisha mtu wangu na kuambia kwamba kila kitu kiko shwari. Rekodi yako, wakilisha rekodi yako tafadhali. Na kwa hapa ndani ya Kisi Hot TV tunasonga tafadhali. Nimekuwa tunashughulikia sound check hapa kidogo tunaona ishara iko sawa, iko poa sana. So kama unawakilisha rekodi yote ile na kukaribisha ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Uko na mimi hapa Dennis Kukurikuntu, kinipea nite kurutu. Leo ni katika kipindi cha kufahamu mwimbaji wako. Sijui unafahamu mwimbaji wako kiwakilisha gani? Kwambia nimekuletea mgeni mkuu sana. Hata siku za nyuma tumekuwa tukiwa na wanaume kina Deno Mbora, kina nani. Watu nimeamua tu kwa surprise leo. Sitaki kuambia ni nani, lakini tutajionea wewe mwenyewe baadaye mtu kishafika. Nakwambia kitu kimoja. Ingia na pamoja na mimi, chukua ile link tafadhali. Chukua ile link, share with friends. Share with friends that link. Tukao tunaanza one on one. Live and direct. Ila tu niambie tafadhali kama sonche kiko popo nje, tutakuwa nashukuru sana. Kama ilivyo kama kawaida, tafadhali team comment na chairman wa team comment ya kuape pale. Mjue kwamba kanatamba kitaratamba kakiwa kuna wakilisha pale katika nje ya comment pale iweze kutembea kukimbia mbio sana. Okay? Watu pale team comment salimiana, say high five. Kwanza zikikonga tu dakika, unajua tunakapisha tu mgeni tu kwa upole. Hatutaki kuharakisha. Sawa. Okay. Hatutaki kuharakisha, nataka tuweze kuingia one on one. Tukaweza kuhakikisha kila kitu kipo shwari. Hapa ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Kwambia hapa ndio nyumbani. Kiombukia mangana tunahakikisha tunawakilisha kila eneo na tuweze kuwakilisha kila mmoja ndio mwanako papa. Naona team comment tafadhali kaendelea kwa kitamba kwa kitaratamba pale sawa. Wacha mimi nikachukua linki
Kwanza nichukue link tafadhali. So kitu cha kwanza tunafanyanga ni kuchukua link. Sawa sawa. Tunashare. Tunarudi kuomba tuweze kwanza. So in the first 1 minute I want us to do this. I want us tuweze kushare hii link. So make sure tumeanza kushare. So share this link with groups, with friends, invite them, waambie kwamba Kurutu ashaingia ndani ya nyumba. Kurutu ako ndani amejaa pale ndani. Sawa sawa. Karibu sana na pale akina Pena Talk wameingia Wambuhu na ambao pale Jennifer Kirubo, Kisasi Nyagaka, chairman wa team comment na mpiga fine. Saresi Nyagaka akikuja Pena Talk Show kuna chita comment akikuja hapo kwa sababu mshatangulia pale. Wakilisha rekodi yako, record marking register marking mtu wangu nakwambia tukaweza kueleweka pale tu. Mimi wacha nikachukua link hapa nikaweza kushare kwa rafiki zangu, nishare kwa watu wangu na wewe pia fanya hivyo tukaweza kushare, tukaweza kuingia ndani. Pale bado kuna kuletea mwimbaji ako pale tu, najua kwamba ako nyuma ya tent ili atuniambie kwamba unawakilisha wapi rekodi yako na show iko vipi katika kipindi cha gani. Okay, nasikia kuna ka echo, kuna aka echo fulani pale, sijui kametokea wapi. Alright. Okay, nasikia kuna ka echo, niruhusu nikashughulikia hapa mitambo yangu hapa. Leo nasikia kama inanipatia taprash kidogo. Okay. Right. Bado kuna echo sound pale nje tafadhali. Na sasa nilikuwa naambia kuna echo, so nimekisha nimerekebisha pale, nimerekebisha kule. Okay. All right, thank you very much. Making sure hapa sound check iko poa pale. Tafadhali kama kuna echo pale nje utaniambia kwamba nikaweze kurekebisha. Nafikiri kwamba sauti inaendelea kurekebika kabisa. Okay. Watu niambia kama sauti iko pale loud and clear pale nje, ila tunakuomba tafadhali chukua hiyo link. Tukaweza tukushare link kwa watu wawili watatu. Tuone jinsi gani tunavyoanza hivi leo. Sawa sawa. Ni ndani ya nyumba, ndani ya Kukurikuntu. Kiwa na mimi hapa mtoto wa mama baba Kukurikuntu hapa mijaja ndani. Mwenyezi Mungu kaza kutongoza kwa kila jambo. Kaza kukuhifadhi ewe mtazama hivi sasa hivi. Tukaweza kusonga tu mbele pamoja. Kisha kama umefanya sharing pale, hiyo link imesonga na ikisonga ikienda mbele kwa watu kama shini, kila mtu atumie hata watu watano tu. Tujue kwamba tunaanza tu live and then tukao tunaanza moja kwa moja. Sawa sawa. Okay. Naona pale tunajaja tu. Watu endelea kujaja ndani ya nyumba tafadhali. Tukiendelea tu kuwakilisha ile kodi yako kama ilivyo kawaida. Wakilisha ile kodi yako kama ilivyo kawaida, tukaweza kusonga mbele pamoja katika kipindi cha kufahamu mwimbaji wako, tukaweza kuinua talanta za waimbaji. Naona Gladys Kadhoni anasema kwamba hai iko sawa, nashukuru sana. Nakwambia kwamba Team Central inawakilisha ndani ya nyumba. Asante sana mtu wangu. Nakwambia karibu sana Gladys Kadhoni. Watu wazaingia pale ndani Kadhoni. Wananikumbusha kuna Kadhoni alikuanga station fulani. Alikuwa anapenda kuingia mwendo saa 4 tu hivi. Kadhoni. Okay, asante sana, karibu sana ndani ya nyumba. Nifanye sound check pale mtu wangu na kuambia kama iko sawa. Mimi nataka kushaba kidogo. Mwimbaji ako pamoja na sisi. Yuko na najua na yuko ready tafadhali. Kama you are present my guest, if you are present, confirm it to me on the comment section and tell you are present. You are present. We can appreciate. Tafadhali. Hiyo link ninaendelea kushare hiyo link. Ninaendelea kushare hiyo link. Na pia nisaidie kufanya hivyo. Ila tu mgeni wangu kama unanipata kwa njia iliyo safi, hakikisha kwamba umenipatia comment yako pale kuniambia kwamba iko sawa na sound check iko sawa. So, kama ushingia pale katika team comment ukisha record yako, ukiwakilisha record yako tafadhali niambie kwamba you are present, mark register. Uniambie Kukurikuntu shajaja ndani ya nyumba, tukaribisha tu mgeni tafadhali, tukaribisha mwimbaji. Wanawake show your love. Today tuko na mwanamke ndani ya station. Okay. Show your love to this lady. Sasa tumekuwa hapa na wanaume hapa unasema Kurutu na tuleta tu Kurutu yani Kurutu. Leo nimewaletea mwanamke sasa. Nione pale mkisema karibu sana. Pastor
Pastor, habari yako? Pastor nakuwa na pale message, nakuwa na pale, tutazungumza baadaye. Ladies and gentlemen, can you show your love to the new guest, mwanamke, the first lady katika kipindi cha kufahamu mwimbaji wako ashajaja ndani ya nyumba. Akuwa mwanamke wa kwanza kuweza kufika ndani ya nyumba, kuinua mwimbaji, tuweze kusonga mbele. Sawa sawa. So I want kuona pale ngoma zikitiririka pale zikisonganga, na tukaweza kusidi kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hapa ni ndani ya Kisi Hot TV. Okay. Mimi hapa najaribu tukushare hapa kutuma link, nikaweza kuhakikisha kwamba kile kitu kipo sawa. This is how. Kuna watu wananiambia kwamba tafadhali tukumbushange, sisi unajua tunapendanga kulala sana. Hata ngamba tumesubscribe tunasahau wingi sana. Baadaye nitakuwa naomba tukaweze kujaja hapa ndani. Baadaye nitakuwa nachiria maombi as we enter and we start us together. Ndani ya Kisi Hot TV. Kuna mimi hapa ni mtoto anaitwa ni Dennis Kukurikuntu, kipana niite Kurutu, kipana niite Kuntu. Nitakuwa naitika sana. Lakini kipana kunitafuta pale majina ya nyumbani yale, ya kuweza kunipata haraka. Dennis Nyaputo. Lakini hayo mengine Kurutu ni jina ya kumwaga unga, so that watu wasilale njaa. Si ndivyo? Yes. Show your love. I'm coming back to you. Nishamaliza kushare hapa. So next minute I'm coming to you guys. Katika kipindi cha kufahamu mwimbaji wako, tukaanza tukusonga mbele pamoja. Ila tu sasa mniruhusu. Okay. Unajua hatujaomba, bado hatujaomba. Irene Davis, thank you to the president. Thank you very much. Thank you, Asante. So, as obvious as we do, at the first 10 minutes, I want us to take this opportunity to thank God for what He has done for us. We want to glorify the Lord because He's mighty and what He has done for us. So today, we want us to just prepare your heart, just want to worship Him, just want to glorify Him, to say that Mungu ni mtakatifu, Mungu aishiye juu mbinguni, pokea sifa, utukufu na mamlaka. Asante kwa kibali cha uhai, asante kwa moyo umetuongoza kwa kila jambo. Sawa sawa. So hicho ni kitu ambacho tunaenda kufanya ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wambuhu na kuona pale mtu wangu Team Central inawakilisha pale. Sawa sawa. Wambuhu tutaingia hapo. Wambuhu lazima tutaanza mgeni wetu. Wambuhu stay tuned, nakwambia stay tuned. Team Central pale nimeona kina Kadhoni, ila tusijaona Grace kwa wapi. Grace Wambuhu nitafutie Grace mahali alipo, Patrick, whatever they are, make sure wameingia ndani ya nyumba. So join me in this worship as we worship and tuanze tu kwa sababu ya maombi. Watu wasalimiane pale, kama umeona mtu ashaingia pale, watu wasalimiane. Na lower na muona pale present. No, I see you. Let's do this to worship the Lord and tuweze kuanza hii service kwa pamoja, tuweze kuleta mwili kwa pamoja kabla tumetambua Mwenyezi Mungu. So nitakuwa na sijui pastor, nitakupatia link ya kwanza ninaweka ni ya Pastor John Menza, akuja tuombe tukaanza katika hii program. So hii link ninaashiria ya kwanza ni ya Pastor John Menza. Pastor John Menza, kama unanipata nione kuona katika pale kama unasema present, ndio nikupatia ya kuingia hapa ndani tufanyie maombi. Kifanya maombi tafadhali pastor. Now link ya pili nitaweka tu ni ya mgeni wetu ambaye ni mwimbaji mwanamke wetu, tutafahamu kiwa ni mara ya kwanza ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV kuleta mwanamke mwimbaji kufahamu safari yake mwimbaji katika kipindi cha fahamu mwimbaji wako. Sawa sawa. So I want to show your love to our new guest. Sawa sawa. So kwamba kile kitu kipo sawa, kile kitu kipo shwari, na tusonge mbele pamoja kama wana Kisi Hot TV. Hasha tupendane. Pastor John Mensa, if you are present, say present pale kwa comment, ni kuwekea link ya maombi. Sawa? Ila tu join me over this. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye
wewe Mungu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Kuzagiza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Kuzagiza zimeshindwa kwa jina lake Bwana Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. So I want to welcome you to Fahamu Mwimbaji katika jina la Yesu Kristo. Wherever you are, wherever you are getting tuned in, ndani ya nyumba Nimeyapitia, tunakaribisha one on one katika kipindi. So Pastor John Mensa nikupatia link pata tafadhali. If you are getting me loud and clear tafadhali ingia pandani tufanye maombi. Pastor John Mensa, from there nitaleta mgeni wetu, tuanze safari ya kufahamu Mwimbaji. Tunataka kufahamu jinsi gani huyu bwana dada alianza kuimba. Ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha kufahamu Mwimbaji, akiwa ni mwanamke wa kwanza, tutaleta katika ndani ya nyumba. Show your love guys, nakwambia kwamba support pale. Tukiingia pale tutombea YouTube channel yako, tupiga support tu pale, mtu wangu nakwambia lazima tusupportiana tupatane tuweze kusonga mbele. So Pastor John Mensa, if you are getting me tafadhali, nakwambia kwamba hiyo link nimekuambia hapo, ingia hapo kwa kufanya katika tuombe. Ukituombea tutakuwa tunaanza live and direct. So mimi watu tuende kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumwabudu kupitia kwa wimbo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Thank you very much. Thank you very much. Ni kama Pastor John Mensa, kwa sababu ya muda nimepata mtu wa kutuambia. Blessed mom, I think you can pray for us before we start this program. So, meanwhile, karibu sana ndani ya nyumba, comment pale tafadhali. I want to show your love to our new guest. Ambaye anaitwa atajisamia majina baadaye. Akiwa ni mara ya kwanza kuleta mwanamke katika kipindi cha kufahamu Mwimbaji Wako, ako pamoja na sisi hapa. So I want us to take your heart, kufungua moyo wako tunapoenda kusikiza kutoka kwa Mwimbaji, safari yake Mwimbaji, jinsi ambavyo ameanza hii safari na jinsi ambavyo anaendelea kusonga mbele, jinsi ambavyo Mungu anaendelea kumuinua. Pia wewe nakuambia siku moja, ipo siku tu Mungu atakuonekania. Lakini na kwa mtu wangu tafadhali, fungua moyo wako, tupenda kuomba, ambia Mungu akaweze kukuongoza. Kwa maana hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Yesu Kristo, hakuna Mungu kama Mungu ashiye juu mbinguni. Ndio maana tunasema kwamba akapokea sifa, utukufu na mamlaka. Karibu sana blessed mom, fungua microphone yako kaza kutufanyia katika njia ya maombi, na ufungue kamera tafadhali. Ufungue kamera na ukafungue na picha na mic, kisha kaza kutuambia katika ya maombi. Karibu sana. Nashukuru. Okay, kama unanipata. Blessed mom. Nakupata, sijui kama unanipata.
Nakupata sasa. Naomba kafungue picha tafadhali. Simu yangu haifanyi kamera. Okay. Tupeleke kwa Mungu. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunaja mbele zako jioni ya leo tukisema ni asante kwa ulinzi wako mwema. Umetulinda tangu asubuhi hadi masaa. Sisi hatuna cha kukupa ila ni kukushukuru tu. Tunapoanza show tunaomba kuanza na wewe na tuimalize na wewe. Wanaosafiri usiku wa leo tunawaombea safari njema. Walio wagonjwa tunawaombea uponyaji. Hatuna mengi ya kusema kwa sababu wewe unayajua yote, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, sote tuseme amina. Amen. Amina. Amen. Thank you. Amen. Miskini, say hi. Nataka kuleta mngasa, nikileta mgeni sitawatoa mpaka nje. Say hi. Kwani mbona kwanza lazima nisalimie mama president mamu huko. Wacha kuniambia nitoke nje kwa nini? Masaa ni mingi. Sababu mgeni unajua kuna curfew na mgeni ako mbali. Anaenda mbali. Sawa? Dakika moja. Ni sawa. Si moja, dakika 10. President mamu, mambo? Police Queen. Na kuona uko sawa. Nashukuru Mungu sababu tumekutana siku ya leo, si kawaida yetu. Tunastahili kushukuru Mungu. Sawa. President Mom, say hi. Nimemsalimia, labda hajasikia. Nimesalimika. Umekaribisha yani Nimesalimika. Naona anametameta, sijui siku hizi mshahara ilipandishwa, sijajua. Wacha tu mshagala wakipandishiwa mshahara wanametameta uso. Na wanitumianga kitu. Na kwa Browni na alikuwa mweusi kama mimi, sasa ameniacha nyuma. Skin hiyo rangi utanipata. Watuambie siri ni gani hata si tuanze kumetameta. Mimi nakuanga mweusi, sitaki kukua mweupe, nachukia weupe sana. Sitaki kukaa mweupe. Nataka kurudi Kenya nikae mweusi. Lizu, umesikia leo Deno jua kuna mgeni anatufukuza. Siku ile utapata mgeni na si tutakuacha ukae hapo peke yako. Si anasema anataka kutufukuza juu ya mgeni. Mwambie tufukuze, tuko tayari. Wacha tuende, atashangaa siku moja, atabaki hapo peke yake. Bado sitawafukuza ni sababu mgeni unajua kuna curfew. Mgeni hata akiwa hapa hakuna shida, kwani ako wapi? Si anakuja, namleta TV saa hii. Mgeni hata akiwa hapa hakuna shida, kwani namleta saa hii ila tu naomba mkafanya nini? Amjakaribisha hata mgeni, nyinyi president mom rizikini na ni mwanamke. Hatujui hiyo mgeni. Sisema mgeni karibu sana. Yaani mgeni lazima. Kwani tunakaribisha mtu mwenye atuoni? Lazima tuone mtu ndio tuseme karibu mgeni bila tom. Ndio nataka kumleta sasa, kama mshakaa kando pale ndio nimlete. Haya, tumekuachia hiyo studio. Anaita Rizkin. Pastor John Mesa naona pale bado inakataa. President mom utanisu ni kuweka hapa nitawapatia muda. Imagine mgeni akimaliza sisi ndio tunarudi hapa sasa. Tupige kama mshene mpaka asubuhi, kwani iko nini? Pastor John Mesa pale hiyo yako umekataa, wacha nikase kuleta mgeni sasa. Tumkome pale naona mkikaribishana wageni, karibisha wageni, naona pale tutashajaja ndani ya nyumba. Boniface Ongaro nimekuwa pale Wambuhu, nimekuwa na pale Boniface Ongaro, Violet 20 I see you. Tutakuwa nasoma comment zenu baadaye, lakini niruhusu the next hii link ambayo nimeweka hapa sasa ni ya mgeni ambaye anakuja. Mgeni wetu ambaye ni mwimbaji wetu. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana ndani ya nyumba. Thank you very much President Mom na Liskin kwa kuweza kuingia hapa kutufungulia njia. So mgeni wetu, tafadhali naomba pale kuchukue hiyo link
ukaweza kuingia hapa ndani. Ikiwa tu ni mara ya kwanza katika kipindi cha kufahamu mwimbaji wako, you want to kufahamu mwimbaji jinsi ambavyo alianza safari yake na safari ya mwimbaji inamfikisha wapi, ila tunakuwa mtu wangu support yako ni muhimu sana pale katika njia ya subscription. So I want us to make sure today tumempatia support ya subscribers. I want us at least 100 subscribers from you guys to this new mwimbaji mwanamke. Ikiwa ni mara ya kwanza uko na mimi hapa Dennis Kuntu Kurutu Kuntu Kumurutu, zote ni wangu, majina wote ni wangu. So I'm waiting for you. Thank you very much. Naomba kafungue kamera sasa. Masri ni bosi bodi gaki, wewe ni mgeni mgeni, tafadhali naomba kafungue kamera, naomba kafungue kamera yako. Naona hapa cha kufungua kamera. Ukienda kufungua kamera, watu waseme hi, kisha atoka hapo mbio sana. Say hi. Mimi ndio niseme, mimi ni mgeni. Hi to everybody. Mimi nimeingia ndio nisifungiwe nje, hata sijui nini inaendelea. Sema hi. Hi to everybody. Thank you. Goodbye. Patane baada ya mgeni. Weka hapo, ukitoka hapo ukitemea kuuliza maswali, tunakuja hapo tupata nafasi imekwisha. So ya tu wewe shida tu hapo. So naona pale Irene anaenda kutayarisha pale nyuma ya tent. Anaenda kutayarisha pale nyuma ya tent. Itakuwa namleta live and direct in the next minute. So ni kipindi cha kufahamu mwimbaji. Hi. Yes, Lord. Amen. Okay. Naona mgeni wetu amejazia pale. Naona mgeni wetu tafadhali, nataka nikuelekeze tu kidogo. Nikienda kuelekeza mgeni wangu kidogo pale nyuma ya tent, wacha tupate ilienda wapi ile wimbo, ilienda wapi, moyo wangu ilienda wapi. I want us tuweze kufanya hii, tuhakikishe kwamba nafanya shughuli pale 1 2 3 ikiendelea kusonga mbele pamoja. So ni hakikishe kwamba safari iko sawa, nikaweze kumfanyia mama mawili matatu, ndio kaweze kujiandaa ndani ya nyumba, ili katika safari ya kufahamu mwimbaji tukaweze kusonga mbele pamoja ndani ya nyumba ya Kisi Hot TV. Hapa ndio nyumbani, siwezi kusonga mbali, pakia hapa ndani ya Kisi Hot TV. Hapa ndio nyumbani. Okay. Tunahakikisha kwamba tunapiga ikieleweka nayo. Ikieleweka nayo. So niruhusu nilete hii tukienda pamoja. Watu wasiende mbali. Wasitoke tafadhali. Watu wasifanya nini? Watu wasitoke. Tukiwa tunafanya haya mawili matatu, tunahakikisha tunarekebisha kwa njia iliyo sawa. Karibu kwa huu wimbo ikiendelea kutayarisha pale mitambo. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia roho dunia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure.
Kati giza, Yesu mwanga wangu. Kati huzuni, Yesu ni mufariji. Kati vita, Yesu mwanga wangu. Katika njaa, Yesu mkate. Wa uzima, Yesu kimbilio. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Yesu mimi ni mtu bure. All right. Thank you very much. Asante sana. Nakukaribisha ndani ya Kisi Hot TV na kuambia ni katika hali ya kushughulikia mitambo. Naona uko sawa. Aileen, unanipata jambo? Nakupata. Okay. Sasa pale. Nakupata. Niko na mtukesha comment pale. Ndio nakwambia ni staja. Kuongea ndani ya Kisi Hot TV kwa Mwimbaji ama Mwimbaji kwa mdaki ya kwanza. I want to guys to show your love, ladies and gentlemen, especially wanawake. Kwa kumsurprise yako, wanawake wataka mtoa surprise. Wanawake kitu kidogo, kwa maana kwa na street tunatafuta wanawake. Bila tunakwambia kama Mwimbaji wako, Mwimbaji ambaye ni mwanamke kwa Fahamu anaitwa nyumbani, nyumbani kadani. Baadaye pale YouTube tutakuwa sana pale YouTube subscribe pesa sana. Usisahau kazi yake ni kwenye mtumio. Comment zikiririka tu. Akitulia nitakuwa namleta pale. Watu kwanza akikaa chini nitakuwa namleta kwa sababu mimi ninamuona hapa nyuma. So naona watu waweze kujaja ndani ya nyumba. Tengeneza mitambo. Ni mitambo gani iko na shida? Yangu si niko sawa nasikia. Pony sound is not good at all. Please engineer do something. What is not happening today? Kama amekaa watu nikaweza kuona kama sauti iko poa. Okay. Sauti haiko. Are you sure? Sauti sio kama mimi nasikia hapa. Okay. Aileen, unanipata? Nakupata kwa umbali. Sasa unanipata? Aileen, unanipata sasa? Nakupata. Sawa. Okay. Tafadhali wanasema mwaki yako iko na shida. Okay. Nitakuwa narejea baadaye wote nikaweza kupata ili matatu sikia huu wimbo wa moyo wangu
baadaye wacha nikarekebishe mitambo mimi na yeye paka hapa Nimeyapitia, nikarekebishe mitambo mimi na Irene Babes, katengeneza mic yake na kwa wako ananiambia comment mic but in case if noisy again ana okay wewe sauti ya kelele sauti not good wote karekebishe mgeni wetu ila tunakuambia kajaja ndani ya nyumba ndani ya Kisi TV mbele iko sawa. Wote nikaanza kumrekeza kwa njia moja ila tu tuweze kusikiza huu wimbo wake umefanya hapa katika Musa Live na Kisi Hot TV, Musa Media Group umefanya hii wimbo kiwa imefanya live, tukaweza tukusikiza tusikie ni nini. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika janga Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha. Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? nawe
I tell you, Yawe, wewe ni yote kwangu. Ewe Yawe, wewe ni yote kwangu. Ni katika harakati za wimbo ambao umefanywa, wimbo ambao ulifanywa na wimbo umefanywa na Media Group Live Media. Nashukuru sana. Karibu sana. Sasa sijui kama sound check iko pale poa sana. Samahani sana, tumeweka sana pale, jambo. Si jambo. Kama sound pale iko poa. Comment tafadhali, mniambie kama iko sawa, kama itakuwa sawa pale tutarekebisha one on one. Tafadhali comment mniambie kama haiko sawa, tutarekebisha pale. Mtaniambia tu. Mtaniambia kwamba sound haiko poa. Okay? Na mimi nitakuwa narekebisha one on one. Ila tunawakaribisha ndani ya popote kulipo. Hapa ni ndio nyumbani. Kwa tu katika nini? Kipindi cha kufahamu mwimbaji wako. Leo tuko na mwimbaji ambaye tunamfahamu, umetoka wapi, anafanya nyimbo gani na anafanya nini. Sawa sawa. So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Tutakupatia support pale YouTube. Kiingia tafadhali, we make sure to subscribe. And I request 100 subscribers from you guys. Support ya 100 subscribers. We support, tunajua kwamba kupendane azishangi support kwa tunaweza kutoka hapa tunaingia pale live and direct katika YouTube channel yake kumpromote. Amefanya nyimbo nzuri sana. Tunapata nyimbo ambazo amefanya na atatuambia amefanya wapi na amefanya video. Okay, sawa sawa. Na amefanya video kama hizo. Let's supportana. Mbele sawa, kwamba kitu kipo shwari. Sawa, keep on, stay tuned. Then it's a hot TV. Irene, jambo. Irene, jambo. Siku imekuwa vipi? Okay. So noisy. Eileen, use na tumia simu sasa. Naomba ukatumie simu kwa maana laptop ni kama imetukataa. Wanasema so noisy. Eileen, naomba ukatumie simu kama unanipata tafadhali. Naomba ukatumie simu sasa. Wanasema it is noisy. I don't know. Tumia simu, naomba ukatumie simu sasa kama laptop imekataa. Wacha tujaribu tena kitu kingine. Ukijoin na simu itakuleta hapa kando, nitakuona. Aje hiyo laptop hivyo, iache tu hivyo, lakini naomba ukaingie na simu sasa. Ukiingia na simu hapo, you allow Chrome to access your microphone and camera. Yes, tutasonga mbele pamoja. So najaribu kurekebisha mtambo pale kutoka kwake Irene. Nataka ingie na simu, kikuwa pale ready tutakuwa anakuja. Hata nikimweka katika comment pale, nani mnasema vipi? Nani mnazungumza aje? Okay, anaitwa Jennifer leo umekuwa mtu wa kwanza. Jennifer, okay. Jennifer leo umekuwa mtu. Jennifer Kirubo anasema kwamba tuned in. Are you present, Jennifer? If you are present, confirm it to me that you are present, okay? Anaitwa Sarasi Nyagaka. Sarasi Nyagaka ujatusalimia, anasema Ecol, tafadhali if you are present, confirm it to me mtu wangu, niambie kwamba I'm present. Anaitwa Pena Talk Show. Leo nimefika mapema. Karibu sana Pena Talk Show. Leo nimefika mapema. Karibu sana ndani ya nyumba mtu wangu. I tell you. If you are still present, confirm it to me. Niambie Kuruntu niko ndani. Wambuhu ananiambia kwamba Kuruntu, hey, show iko fire. Nashukuru sana mtu wangu. Long time since tulionana. Siku hizi umenificha white. Uliomoka. By the way, Wambuhu uliomoka sasa yani
nawakilisha Mount Kenya region, nawakilisha ndani ya nyumba. Pia wakilisha rekodi yako tafadhali, mtu wangu, nakwambia wakilisha rekodi yako, salimia watu watatu, tukienda kutengeneza mitambo katika mgeni wetu wa siku. Sawa sawa. So Wambuhu, if you are present, confirm it to me you are present. Gladys Kadhoni, hi kwa kurikuntu. Okay. I'll be back after this. Nitakuwa narejea baada ya hii ukapate huu, kwa maana kuna kitu mbili tatu narekebisha pale nje. Kunazo vitu mbili tatu narekebisha pale nje. Wazipate huu moyo wangu ukiendelea kutupatia tukisonga mbele. Sawa sawa. All right. Okay, sijui ameenda wapi, comment pale. Muniwe radhi kwa sababu ya naona pale nini inanisumbua. John Mensa anasema kwamba hodi karibu sana. Irene anasema kwamba present. Wambuhu anasema kwamba watume the channels hapa. I feel like subscribing to know for this channel. So Wambuhu tegea pale, anza na yake Irene Daves, nilikuwa kuandikia pale. Okay, Naro anasema kwamba present. You present still ama hayupo tena? John Mason anasema kwamba Irene ujambo na watu wa Kisi Hot TV. Hapa leo network ni mbaya sana. Pole sana, ni pia mimi naniletea shida hapa kidogo, lakini tunajua kwamba tutashinda kwa yote. Ila tunaomba kama unanipata tafadhali Irene Daves, kama unanipata kimbia pale, time inaenda mbio. Anaitwa Wambuhu team comments, hey to you. John Menza, mimi sikupata poa kukurukuntu. Pole sana pastor. If you are present, say present. Violet 20 so kama hai kukurukuntu, welcome in. How was your weekend? Weekend imekuwa wow, imekuwa wonderful. Imekuwa tamu sana, nashukuru sana. So mgeni tafadhali Irene, kama unanipata, to come back to the screen pale, na ile screen ambayo ninaona pale, na kutegea hapa kwa tafadhali rudi hapa. Wambuhu anasema God this glory is overflowing. Thank you very much. Ponives Ongaro, niko ndani, karibu sana mtu wangu. If you are present, niambie kwamba I'm present. Wambuhu anasema kwamba amen at present, mom stay safe and blessed. Thank you very much. Wambuhu at the skin ni greeters ama I don't know. Ponives Ongaro, good evening to you my brother. Thank you very much for tuning in. The skin Wambuhu. Okay, sawa. Alright, ingia na simu hapa. Wacha tukaweze kumpata. Okay. Sawa. Sasa hapo nadhani iko sawa. Kumetulia sana, kumetulia pale, kumetulia sawa. Iko sawa. Sasa kumetulia. Nadhani unanipata. Jambo. Si jambo. Unanipata? Nakupata. Asante sana. Naomba ukakaa chini. Naomba sasa ukakaa chini. Nimekuona uko sawa. Acha nikuweka tu hivi, ukikaa chini na kumweka tu kwa screen pop live on the direct. Naomba tu ukae chini sasa. Ukaa chini, ukikaa chini isimu kwa position nzuri. Kama unaweza wekelea kwa laptop mbele yako ndio ukae sasa, ni kumwaga tu hapa mahali imetulia. Ninakuwa hapa nyuma ya tent, ninakuwa na vizuri sana. Thank you very much. Yes. Nga muda wetu shenda mbio sana, watu wangu na utuie radhi.
muda wetu umeenda sana kwa sababu ya hali ya network pia na taprash zote ambazo zinatusumbua pale, lakini ila tunaomba tumkabie radhi, mtusamee tu kwa hiyo. Nimeleta mgeni Irene, nishamleta. Kulikuwa na shida ya network. Unanipata Irene? Nakupata. Jambo. Si jambo. Siku umekuwa vipi? Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Asante. Karibu sana. Najua kama unanipata kwa njia iliyo safi. So live on the direct, tunaenda kuanza moja kwa moja kaweza kufahamu mwimbaji wako, ila tunakuomba support yako, subscription yako ni kitu muhimu sana. So ingawa muda umeenda, mtatuia radhi kwa leo tu, samahani, na mgeni mtatuia radhi kama tumeanza late. Sawa sawa. Tafadhali karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Labda tu kwa kwanza, kwa majina tufahamishe, unaitwa nani, unatekelezea wapi? Yes, majina yako kamili kwanza, ndio tuweze kuingia katika majina ya uimbaji. Tuambie kwamba unaitwa nani kwanza. Majina yangu kamili ni Irene Onala. Unaitwa Irene. So Irene, unatokea wapi? Umezaliwa wapi? At least kidogo tu ndio tuweze kuingia katika harakati za kuweza kuanza. Nimezaliwa Nyanza katika kaunti ya Siaya. Okay, karibu sana. Labda tu unajua kupeleka haraka leo, utaniwia radhi, isiweze kama kawaida. Tafadhali ukaweza kutufahamisha Irene umetokea sehemu za Siaya. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV, na tuambie katika majina ambayo unatumia katika kiusanii, ndio unatumia katika kiusanii ama uimbaji. Jina langu la kiusanii ni Irene Davis. Yeah. Asante sana. Karibu sana. Unajua nitaka kupatia full time ya kuweza kuintroduce, utuambie kwamba wewe, wanasema kwa Kiswahili wanasema if you are the people, yes, your family, you introduce yourself well, tukaweze kuanza sasa katika safari ya uimbaji. So tell us all about you. Majina umetuambia, tuambie kama you are the people, umeoleka, uko na watoto wangapi, kisha baadaye tutaanza tu live on the direct katika safari ya uimbaji. Mimi nimeoleka. Na mimi ni mama ya watoto wawili. Yes. Okay, thank you very much. Irene, thank you very much. Kitu kingine kuweza kufahamu kutoka kwako ni kitu kingine kwamba tuambie katika hali yako, masomo kaanzia wapi na kumalizia wapi? Labda kisha panetu hivyo ndio tunaanzanga, na kuweza kushauri kama niambia kwamba kunazo so part of the life history, tunataka kuzungumzia tu chache tu life history before tuingie katika sehemu ya uimbaji, lakini ila tu tuanzie papa hapa katika masomo. Ulianzia wapi katika shule ya chekechea na hadi shule ya upili mpaka mbali umefikia masomo yako, ndio tuingie katika uimbaji. Unajua watu wanasema kwamba itakuleta hapo baadaye, so tupatie hiyo kidogo. Unanipata? Network. Okay. Network inaleta shida pale. Network yangu inaleta shida. By the way, if you feel like kumpatia support baadaye, kimbia pale YouTube. I don't know, network inaleta shida, sijaelewa. So kama kawaida tunafanya katika safari ya kufahamu mwimbaji, hivyo ndio tunaanzanga live and direct ndani ya nyumba. Kuna mwimbaji wa kwanza, mwanamke wa kwanza, katika dakika zikiwanga tu mwendo wa saa 4 itakuwa tushamaliza katika interview yake, kisha kumpatia ruhusa ya kuweza kufanya mawili matatu. Dominic nakuwa na pale, karibu sana bwana Wakiri, umepotea sana Wakiri, sijui ni kazi mingi ulikuwa unasikiza PPI, kisa PPI mpaka ukapotea Wakiri. So karibu sana akina okay. Hivyo unajua sijaona mgeni wangu hapa nyuma ya tent, sijamwona. Kama ukaweza kurudi hapa Irene, unaweza kurudi ndani kwa maana muda unaenda mbio. Ukifika tu mwendo wa saa 4 tutakuwa tumemaliza hii safari yako, tuanze na vitu zingine kwa muda mchache tu. Naomba tu kaweza kukimbia hapa ndani tafadhali. Nilikuwa nimechapa team comment. Okay. All right. Okay. So Wambuhu anasema kwamba Wambuhu ulikuwa unatafuta watu wa subscribe, enda channel yangu.
Nashukuru sana. Wambua anasema kwamba this channel inaitwaje? Okay, Boniface Ongara liskwini pamoja. Nyamuita anasema kwamba anacheka, anasema kakiku kulikuntu, you are killing me. Tusema hi and goodbye. Ulinishika vibaya kakini Nyamuita. Marcelino Bosbodi anasema kwamba hello everyone, hello to you. Liskini anasema kwamba Liskini nimepitia yako, nashukuru sana. Mpitie pia yake Irene Daves. Marcelino Bosbodi anasema kwamba pia mimi ni Mwimbi. Marcelino Bosbodi, Mwimbi tutakuleta hapa. Mwimbi tutakuleta hapa. Sawa sawa. So tafadhali Irene Davis naomba uweze kurudi pale kwa sababu ya muda. Okay. Wambuhu poa at Liskin. Liskin nasema kwamba Boniface Ongaro na Kuwa, nashukuru sana. Liskin nasema kwamba Master Bosibodi mambo. Elda Nyangalesa nasema kwamba how are you? Deno, I'm fine. Watu msalimiane pale nje, sijui what is happening. Elda Nyangalesa mambo poa sana. Elda Nyangalesa nasema kwamba tengeneza mitambo, nishatufanya hivyo, tushatengeneza. Boniface Ongaro, south is not good at all, please engineer do something. Tushafanya hivyo, tuko sawa. South haiko, south sasa imerejea, tafadhali get root Nyamari. Anaitwa Nyamoita anasema kwamba south iko chini na mgeni anaonekana hajajipanga. Sasa amejipanga. Kelele sound is not good the skin. Nyamoita anasema kwamba mgeni anaharibu sauti, tumeshatengeneza. Anaitwa Boniface Ongaro, mic for the guest is noisy. Now I think it is clear, loud and clear. Anaitwa the skin, mgeni akona kelele, tushapanga hiyo iko sawa. Anaitwa Boniface Ongaro, background ya rini gaki, tumeshashughulikia hapo. Edna Nyangalesi, the skin anacheka pale. Nyamoita akitoka sauti iko poa. Okay, lakini sasa nadhani ako sawa. Anaitwa Wambuhu, mgeni angalie network kidogo iko na shida, tushapanga hiyo. Lift file news anasema kwamba picture sio clear because of the network, picture haiwezi kuwa clear kwake. Okay. Anaitwa Rizkini, Lift Valley niambie channel yako. Inaitwa Lift Valley Channel News. Hivyo ndio inaitwa. Nyamuita anasema kwamba nice song indeed. Nice song indeed. Thank you very much. Wambuhu anasema kwamba Liskini nimepitia na nikasubscribe. Thank you very much. Wambuhu anasema kwamba so noisy. Tafadhali Irene Zap time is going on. Naomba ukaweza kuingia hapa. Naomba ukaweza kuingia na hiyo link. Wacha nikupatie link. Tafadhali. Wacha nikupatie link. Time unanishare. Time inaenda mbio. Our guest network ilimtoa, tafadhali kila tu jaribu kuingia hapo. Link ndio hiyo tafadhali. Kama unanipata ingia hapa. Okay. Anaitwa Liskin ako poa, nashukuru sana. Wambuhu stay blessed Liskin. Thank you very much. Liskin anasema kwamba Wambuhu pamoja. JK anasema kwamba kuna soda iko JK, njoo hapo kuna soda. Peki anasema kwamba Peki hello Deno, niko ndani, karibu sana mtu wangu. Lift Fire inawakilisha ndani ya nyumba, nakwambia Nakuru inawakilisha. I'm present at Kukurukuntu Central Mount Kenya inawakilisha pale na Wambuhu, nashukuru sana. Violet 20 Kukurutu, aza maneno mingi, leta mgeni, sijamwona hapa nyuma ya tent, nilikuwa nishamleta kitambo. Anaitwa Liskin, tumia Kiswahili sanifu Kurutu, sio eti kumwaga mgeni. Akili skini mnichomea, unanichomea lakini ina shida. Tunaweza kutumia kizungu yenye uelewi. Okay. Anaitwa Wambuhu at Irene Davis. Hey and welcome to Kiss Hot TV. Thank you very much. Dominic aka Wakiri, hello to you. Yasmina Bonde anasema kwamba hey Kurutus, wacha mgeni atupeleke na sound ama rieng, atuni na rieng. Okay. Kukurukuntu, okay, sawa. Na kuambia hapa okay. Rongai iko ndani inawakilisha, nakwambia Rongai inawakilisha ndani. So ni kama sioni mgeni. Ikigonga tu saini kama sioni mgeni, nitatoka hiyo safari ya Mwimbaji na kwenda topic nyingine. So ninategea hapo kama mgeni hata ingia, tutakuwa na kata story na kwenda side zingine. Na kukata na kwenda njia zingine ile. So okay. Katika hiyo njia karibu sana. Kama unawakilisha rekodi yako, watu salimiane kama kawaida, wakilisha rekodi yako pale, nikienda kutegea mgeni akienda kujaja ndani ya nyumba. So naendelea kutegea mgeni akajaja ndani ya nyumba. Okay, naendelea kutegea mgeni achaje ndani ya nyumba. Kama hata fika, tutapadilisha story na kuingia kwingine. So ninaomba tafadhali kama unanipata kwa njia iliyo safi, natambua mahali unawakilisha, salimia watu wawili watatu, kisha baadaye tukaweze kuenda pamoja hapo ya kuweza kumaliza
ile ambayo inaendelea. Sawa sawa, ni ndani ya Kisi Hot TV, mbele iko sawa, tuzidi tukubarikiwa. Sawa sawa, ana ashakuja. Irene, unanipata? Nakupata. Karibu sana, ni kama network ilikuwa inasumbua sana. Nataka nipatie dakika 20 peke yake, kwa maana muda umeenda mbio sana. Sawa sawa. So katika tulikuwa umetuambia majina vile unaitwa na mahali unatokelezea. Ningependa ukaweza kutuambia kwamba utuambie kwamba hii safari ya uimbaji, kabla ujaingia katika safari ya uimbaji, maisha ya nyuma yamekuwa vipi? Yamekuwa kwa njia gani? Challenge. Yeah, challenges. Okay, kabla ya kuingia, not even challenges. Hata kabla ujaingia katika safari, uingia studio ukarekodi hata wimbo wa kwanza, maisha yalikuwa vipi? Ulikuwa na ndoto gani? Maisha yangu. Yes. Maisha yangu ya uimbaji ama gani? Kabla ujaingia katika safari ya uimbaji. Kabla ujaingia katika history. Kabla ujaingia katika safari ya uimbaji, tuambie kwamba ile maisha yako ambavyo ilikuwa. Labda unataka uimbaji wengi tuambie kwamba mimi nilipitia shida na taabu, nikapitia mateso fulani, ndio bosa nikaona kwanza niingie katika uimbaji. Ila tu nakuuza, je, wewe ulikuwa na hiyo hali ama wewe maisha yako imekuwa tu safi kabisa, yalikuwa nywe na kisha bado umeingia ndani ya studio? Hapana, haijakuwa nywe. Kabla sijaingia kwa hii maisha ya uimbaji, nilikuwa nimepitia mengi sana. Familia yangu ilikuwa ya mateso sana. Tulizaliwa watoto 10, lakini sasa tumebaki ya watoto 3 peke yake. Na mama na baba pia alishakufa. Sasa kabla niingie kwa hii safari ya uimbaji na kushika Yesu na mkono yangu miwili, niliona kama kuna spirit of death inatufuata sana. Na hata siku moja ikaniattack, lakini nilipoita Yesu mara mingi na akaniokoa. Baada ya hapo ndio nikaamua sasa ni Yesu nitamshika na sitawachana na yeye. Juu yeye ndiye aliniokoa. Okay. So wewe ni wangapi katika familia? Watatu. Wewe ni wangapi katika familia? Mimi ni wa mwisho. Wewe ndio last one. Ndio. Okay, karibu sana. So umesema uliyapitia mengi. Labda tu tupatie yale ambayo unajua mwimbaji unasema kwamba kwa mfano mwimbaji wa mwisho tuambia kwamba mimi nilipitia shida na dhahabu, kwa maana kabla sijaanza kuimba mzazi alinitema kanifukuza, nikaenda pale kwanza kushughulika na maisha, nikaanza kupiga mchengo, ninalala ndani ya msitu, ninateseka na asikuwa na kitu. Unaona? Sasa labda kutuambia yale ambayo uliyapitia kwa uondo tu kwa kidogo, kwa dakika 5 tu peke yake. Mimi mzazi hakunifukuza, lakini ile nilipitia kwa familia yetu. Kile familia yetu ilipitia ndio ilinifanya nikakuwa karibu sana na Mungu. Juu familia yetu ilikuwa imegandamizwa sana na uchawi. Unapata mtu anakuwa at the age of breakthrough anakufa. Mwingine tena anakuwa anapata kazi tena anakufa. Wakakufa hivyo wakifuatana. Sasa na mama na baba pia wakakufa. Lakini mimi kitu ilinifanya sasa kitu ninaweza kuwa ni shida nimepitia. Mimi sasa wakati walifika kwangu, wakaanza kunitumia maroho za majini. Unaweza weka kitu kama tuseme umeweka ndoo hapa, unaenda kuipata kwa mlango. Ukilala usiku unaota kuota ni kama unaona movie. Ile ndoto yenye hujawahi ona maishani. Hapo ndio sasa nilianza kuomba sana. Juu zile ndoto ulikuwa unaota vile umeanza tu kulala. Mpaka saa zile utaamka. Inakuanga tu ni movie. Na ilikuwa kila siku. Mpaka siku ile nilianza kuomba saa 6 usiku, nikaanza kuomba. Ndio sasa zikaisha.
Tena unasikia maroho za paka zikilia. Sasa nikaona hizi vitu sasa za kwetu zimeanza kunifuata. Hapo ndio sasa nilishika Mungu kabisa kabisa. Kwa hivyo sijakuwa sawa, nimekuwa na mateso hapo nyuma. Kuna kitu hapo umesema kwamba ulikuwa unaota, ukiwa unaota, yani kabla hujaanza kuota hizi roho za machini. Yani unaota kwa mfano kwa mlango unapata iko kwingine. Hello? Unanipata? Sijakupata, rudia swali. Nasema kwamba umetuambia kwamba kuna roho za machini zilikuwa zinasumbua. Kwa mfano kama kuna ndoo ukipepa kiweka sehemu fulani unakuja unapata haipo pale, ishapelekwa kwingine. Haipo pale. Ama ukifika kwa nyumba hivi unapatana na manyoya ya white. Manyoya ya white kwa sitting room na ujui imetoka wapi. Na hauna kuku kwa nyumba. Na iko hapo kwa meza ama unakutana nayo kwa floor. Sasa maisha ikaendelea kwa muda huko. Okay, maisha iliendelea hivyo mpaka for how long? Karibu 1 year. Mwaka mmoja na unavumilia kabisa. Sasa utafanyaje? Kama hizo ndoto niliota 1 year. 1 year. Yes. Okay, tupeleke pale. Umeanza kuomba usiku, unaomba pale pale. Okay. Leo pale umeanza kuomba, maombi umeanza kuomba saa 6 usiku. Naam. Maombi yako unafanya saa 6 usiku baada ya kuota. Labda maisha iliendelea vipi? Kwa sababu nataka kukatisha. Naona pale watu wananiambia kwamba leo imekuwa vipi. Tunataka kukatisha kwa sababu ya muda na kwa sababu ya kinasumbua. Unanipata? Yes, sasa tuambie. Okay. Umeanza kuomba usiku unaomba. Now, nini kilikuwa kinafanyika ukiomba? Nikiomba sasa vile nilianza kuomba, nikienda kulala na lala sawa. Nikienda kulala na lala sawa. Hata nikiota naota kidogo, moja, sio mingi kama movie. Zikaenda, zikaisha pole pole. Lakini mpaka wa leo bado ninaombanga saa 6. Juu sitaki kurudi nyuma. So hizi vitu zikifanyika kama hii mambo na machini, ilikuwa ni mwaka gani huo labda, na wazazi walikuwa wamekufa? Kama baba yangu naye alikufa kitambo sana nikiwa bado class 3. Lakini mama yangu alikufa 2 years ago. Hizi vitu zilikuwa zinafanyika wakati mama yangu bado alikuwa. Okay. Sasa tutuambia kuna part ya story mingi, there are so many stories behind you for somebody to be successful. Lazima kupitia vitu mingi. Sasa bali katika hiyo ni naam. Ya nakusikia. Yes, useme kuna baadhi ya vitu ambazo zilikuwa nakufanyikia katika maisha. Kuna story, kuna vitu ambazo hiyo ni baadhi ya kitu kimoja ambacho kilosha kutendekea katika maisha mwako na kikufanya kwa mwimbaji. Naam, labda tupelekee katika vitu zingine ambazo zinakufanyikia kabla ujiingie katika uimbaji na kabla ujiingie kwa studio. Hebu rudia swali. Sikupati vizuri. Nasema kuna baadhi ya vitu ambazo ulisema ambazo ulipitia changamoto mingi sana. Hii ikiwa ni changamoto ya kwanza ambayo ulipitia. Kuna changamoto zingine bado ziko pale. Ningependa kutuambia tuweze kushare haraka kwa sababu ya muda. Niomba kwamba unipatie dakika 20 tuweze kushare mambo mawili, lakini ni kwa sababu ya kwanza kuharakisha. Sasa mimi changamoto yenye nimepitia ni hizo tu. Unajua kama hizo vitu zinakufuata, kuna vitu mingi zinakufanyikia. Ndoa yako haikui sawa. Watu wanagonjeka kwa nyumba. Unapata stagnation. So vitu kama hizo. Lakini kwangu ni hiyo tu nimepitia. Maybe sasa kwetu. But mimi kwangu ni hiyo tu. Na katika ya masomo kulikuwa vipi? Na katika ya masomo ngao ulishapitia hizi wania unaota, yani kitu kinapepa kinapeleka.
masomo ilikuwa katika njia ya masomo nayo yalikuwa vipi? Masomo yako ulipitia aje mpaka ukafika Mimi wapi? masomo yangu ilikuwa sawa juu wakati nilikuwa ninasoma sikukuwa naona hizo vitu, nilikuwa tu sawa. Nimesoma, nimemaliza form 4, nikaenda college, nikafanya social work and community development. Yeah. Okay. Shikilia hapo hapo. Yeah. Leo shikilia hapo. Leo tunaenda kwa njia tofauti sana kama jinsi ambavyo hamtazoea, kwa sababu mgeni atuambia kwamba ako na muda tu mchache sana. Ndio maana kina katisha stories zingine, tunaenda mbio. Wenye wako wanamjua pale, alikuwa amesema majina mara ya kwanza tukianzia, tulikuwa na shida. Tunaenda leo tunafanya kitu tofauti sana, lakini mniwie radhi, ni kwa sababu atuambia kwamba ako na muda mchache tu. Ndio maana yake tuweza kufanya hivyo, jinsi ambavyo tunafanya hivi leo. So Irene, so after this long time umeomba, okay? Wanipata Irene? Okay. Nakupata. Yeah, after muda wote labda hii mwaka mmoja ukiwa unasumbuka na machini, anakutesa, anakuleta mbio, ulijaribu kuambia mtu yeyote yule? Naona pale network inamsumbua pale. Anyway, kama wewe ni mgeni umeingia hapa ndani ya Kisi Hot TV, nimekuambia kwamba leo tuiye radhi kwa sababu jinsi ambavyo tumefanya interview leo, naona network pale inasumbua, naona pale inakimbia pale ina load. Don't know what to do, lakini tuiye radhi kwa sababu pia sema kwa muda mchache sana, ndio maana kile interview ya leo imekupatisha kwa njia ile ambayo hajawahi kwa hivyo, lakini nakuomba pia tumpatie support pale YouTube tafadhali. Najua kwamba ndio alikuwa na 104 subscribers. So I request 100 subscribers from you guys after this. So you make sure umekimbia pale YouTube, umesubscribe. That's the only support you can give her. So naona ameshatoweka hapa kwa screen, hata hapa backstage yuko, ndio maana yake napiga domo tu hapa. Sawa. So wacha nikimbia hapa, comments zimetiririka hapa, comment ni mingi sana. Tukani fika hapa Darren kwamba anasema kwamba kutoka Mombasa, hi everyone, leo umeenda Mombasa, nashukuru sana. Maji ya ulete maji ya chumvi, ulinifukuza, lakini mimi sikukufukuza tafadhali. Sikukufukuza. I wanted to tell you again because alikuwa ametuambia alikuwa na muda mchache. Hata sasa hivi tunakimbizana na muda kwa sababu hata interface agenda vile inaendanga siku zingine. You can see. Baada tukimbizana na yeye tutachaja ndani ya studio tafadhali. Mniwe radhi kwa hilo. Anaitwa Kurusi, ulinifukuza. Ndio nilikuwa mgeni wa leo. Kimasa ni bosi, mimi sikukufukuza. Wambuhu anasema kwamba atukumbuka uko Mombasa. Yes, ya Mombasa Pena Talk Show. Leo mchelewa, wacha tukutane next episode please. Na wasalimu na mashabiki wote wa Kisi Hot TV. Thank you very much. Anita Master boss body, I greet you all. We also greet you. Anita Darren kumkasema kwamba Wambuhu niko Mombasa raha, napiga raha mwenyewe. Wambuhu pitch iko oje? Anajua kurejea hapa. Sana ni kama vumilia tu, network ni hivyo. Vumilia tu, hiyo network inasumbua, lakini vumilia tu. Sasa tukienda Okay. All right. Thank you. Okay. PPC Kenya Entertainment, Pitboy San. Anasema kwamba in the building. Karibu sana. Kwani Pitboy San wewe ndio PPC Kenya Entertainment. Okay. So Irene okay. Yes, nakupata sasa. So ulijaribu kuambia mtu yeyote hiki kisa chako cha kuweza kukua na hii uko na unakiweka kitu mahali fulani unapata kimetolewa pale. Uliweza kushana mtu yeyote yule? Hiyo kuna mapasta nilishare nao. Hao kama ilikuja ikaisha na ilikuja ikatoka kwa muda wa mwaka mmoja, ilikuja ikaisha vipi? Ilishaje? Hiyo shida ilikuja ikaisha vipi? Hizo vitu zilisha tu kwa maombi. Okay. Labda niko na maswali mengi kwa sababu nilikuwa nataka kupeleka katika live history yako. Utuambie jinsi ambavyo umeelewa na jinsi ambavyo umegrow
lakini umepitisha tu juu katuambia kwamba katika familia mlikuwa watu 8, wengine wamekufa, umepaki watu 3 kwa wazazi wakiwemo wote washaenda. So labda ukaweza kutuambia wewe ni nini kusababisha na ukaweza kuishi? Yeah, sababu unaona mtu akiwanjeka pale anaenda. So wewe mwenyewe okay, ulikuwa na hofu utakuwa mtu wa next, ulikuwa na hofu yoyote ile? Unajua watu wakiendaenda hivyo utasema sasa si mimi ni next. Ni kama after every 2 years or 1 year mtu anaenda, 2 years, 1 year, 3 years mtu anaenda, unaonanga mimi ni next. Nikikaa hivi mimi nitaenda. So you have to do something. Okay. Napitia juu kwa yale ambayo ikosha tufahamisha. So mapasta wameomba pale machini imeondoka. Before mapasta kwa mbele mwaka mmoja unateseka pale na hii shida. Usiku ulikuwa unalala vipi? Ulikuwa unaogopa sasa utapepa utolewe kwa kitanda uende kukaa kwingine, ama wewe ulikuwa tu unalala comfortable kwa mwaka mmoja? Mimi wakati sikukuwa nimeanza kuomba ndio nilikuwa naogopa. Lakini wakati nilisikia neno, nikafundishwa, nikasoma, I had confidence, ujasiri ingine ilinikujia. Nikishaomba, nikitumia neno la Mungu, like I shall not die, I shall live to declare the works of the Lord. Ninalala vizuri, that no weapon that is fashioned against me that shall succeed. Na ninaamini, hakuna kitu itanifanya. Ninaenda na ninalala bila hofu. Because the word of the Lord is true. The word of the Lord is life. So nikisha declare, life and death is in the power of the tongue. What you declare with your mouth is what you become. If you say you will not die, you will surely not die. If you say no weapon that is fashioned against me that shall prosper, no weapon that will prosper. So the word of the Lord has been my weapon. And it is working. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Tuendelee kusonga mbele Kisi Hot TV. Labda patia, nataka huu wimbo wa mawimbi. Nataka tuingie katika safari ya uimbaji sasa vile umeanza kuimba. Nataka huu wimbo wa mawimbi, nataka tu uweze kuimba. Patia mistari miwili watu wakaweze kujua kwamba ni wewe umefanya Tuliza Mawimbi. Wimbo wa mawimbi nilianza juu ya hii misukosuko ya maisha. Mawimbi ya maisha. Kuna mawimbi ya magonjwa. Kuna mawimbi ya uchawi. Kuna mawimbi ya umaskini. Mawimbi ya kifo. Sasa wakati nilikuwa na mawimbi, nikaona hata mimi nimeshawahi kuwa kwenye mawimbi. Juu ninajua na mwingine mahali anapitia through mawimbi. Lakini hizi mawimbi nimegundua sio za kutuua. If you go through this mawimbi, si ati utakufa. This storm is there to make you strong. The storms are there to push you to another level. Na nimekuja kujua kama hizi mawimbi hazingekuja kwa maisha yangu, yale nilipitia, saa hii bado ningekuwa niko nyuma. Saa hii bado singekuwa ninamjua Mungu. But I thank God for what happened to me, for what I went through, because today I know him. So mawimbi is not there to destroy us. Mawimbi is there to strengthen us. Hallelujah. Amen. So nataka nikuwekea hapa baadaye utaenda kutupatia, utaimba tu kidogo jinsi ambavyo umesikia. Okay? Tuanza hapa. Muumba mbingu na dunia, ninaomba utulivu moyoni mwangu. Bila utulivu mimi sitaweza. Bila utulivu mimi sitaweza. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nishike. Alright. Nadhani sasa utakuwa unaendelea kutoka hapo. Hello? Tuendelee kuimba kutoka hapo. Nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe.
tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako, Yawe, mbele yangu kwa upendo wako, Yawe, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako, Yawe. Mbele yangu naona mafuriko makubwa. All right. Thank you very much. Hiyo ni baadhi ya wimbo ambao umefanya. Hivi tupatie msai tuendelee hapo tu. Tuliza mawimbi. Inataka tu tuanze hapo. Tuliza mawimbi. Mtakuwa mmeniambia ni tu kidogo. Nadhani nishaweka tu hivyo kidogo na itakuwa tu na ukatisha kwa sababu ya sheria na masharti ya YouTube. Kisha uweze kupatia mstari mitatu. Mistari ya hiyo mstari ya huo wimbo, chorus tu ya hiyo wimbo. Mbele yangu naona mafuriko mkubwa yananijia Baba, kwa mwendo wa kasi sana, yananipanulia mdomo kama simba, Yawe, sijui nifanye nini wala nitoroke wapi. Nyuma yangu nikitazama, ninaona yule paka huyu Baba, ananikodolea macho, anamaliza nguvu yangu, anawinda roho yangu, anachunguza maisha yangu Baba, huyu paka. Mtuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako, Yawe, tuliza weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako, Yawe. Amen. I tell you, tuliza mawimbi. Na pale watu wanasema kwamba sauti tamu yake, nyimbo nzuri, wow, anointed song. Okay, waiting to see you there. So mtakimbia YouTube, hiyo wimbo kupata YouTube. Ni wimbo mzuri sana. Okay, thank you very much. Watu wamependezwa na wimbo wako pale, watakimbia YouTube waweze kusikiza kutoka huko. Nashukuru sana. So tuambie sasa, safari ya uimbaji, baada ya kuanza mmepitia shida na changamoto, baada mtu akigonjeka kidogo yeye ashaenda. Labda wewe ulikuanzekanga ukafikiria ukasema kwamba sasa next mimi ulikuanzekanga ukaogopa? Mimi tena kugonjeka sijawahi gonjeka. Okay. Hata ward ninaendaga saa ile nimeenda kujifungua mtoto. My God has been faithful. Ugonjwa has not been my portion throughout my life. Ward sijawahi enda. Nikienda ward hiyo nimeenda kupata mtoto. Labda tuambie tuanze safari ya uimbaji kwa dakika kidogo sana kama hivi. Nipatiane hapa link, watu wakuja kuuliza maswali. Kuna pati maswali ambayo nimeacha, kuna watu wanapenda kukufahamu sana. Sasa Aileen, wewe mwenyewe katika safari ya uimbaji ulianza vipi na ulifikiriaje mpaka ukaanza kuimba? Ulianza safari aje uimbaji? Sasa tupatie katika safari ya uimbaji yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Safari ya uimbaji nilienda tu kuombewa. Katika hali ya msukosuko nilikuanga na shida hapo awali vile nimewaelezea. Sasa kuna makati nilienda kwa huyu pastor anaomba hapa gospel industry, anaitwa Pastor Murwabi. Nikaenda akaniombea. Wakati aliniombea akarebuke the spirit of nikasikia na rebuke the spirit, muachilia imbe vile watu wanaombewa. Nikasema okay, that is why I was singing in primary school, then all of a sudden in secondary school hiyo roho ya kuimba ikaniondoka. But I had a passion about singing, but now I could not sing. I had fear and I was always feeling that I cannot do it, I cannot sing. Nikijaribu kwenda kuimba ninakuwa discouraged tu. Kuna roho inaniambia hauwezi. So the moment nilisikia na rebuke hiyo spirit, na hiyo spirit ni kama ilienda, hii roho ya kuimba ikanirudia kabisa na ikarudi. Nikatoka hapo nikakutana na pastor mwingine anaitwa Pastor Melen.
Nilipoenda kwa kanisa ya Pastor Melen nikamwambia mimi ninapenda kuimba, lakini yeye hakusita akaniingiza kwa kwaya yake. Wakati aliniingiza kwa kwaya yake, ikachukua kama like 1 year. Alikuwa anafanya advert Sayare radio station. Sasa kuna siku akatuambia sisi kama wanakwaya, ati Sayare wamenipatia chance ya kuproduce song moja, wametupatia chance ya kuproduce song moja, tunaweza kumposa song. Sasa watu wakasita. Mimi nikaanza nikacompose kivyangu. Sasa ninaweza kwa kuanza ni kama Mungu alitumia Pastor Melen kwa kunisukuma kwa hii mambo ya kuanza uimbaji. Hapo ndio sasa nilianza na song ya kwanza, nikaenda hivyo ya pili, nikaenda sasa zimefika kama 7. First volume nimemaliza. So hizi nyimbo tuliza mawimbi ndio album ya kwanza ambao umeimba? Yeah. Okay. Ushajua sasa unaweza imba, umeambiwa pale umekuja in senses you can sing. Yeah. Na pale ashakuambia kwamba sasa now you can go to uweze kukombozi wimbo ama nyimbo. Yeah. Labda nyimbo zako kuanza kuziandika. Ulianza kuandika nyimbo kupitia kwa njia gani? Kupitia kwa ndoto, kupitia kwa kusoma maandiko. Ulikuwa unaandika nyimbo zako vipi? Wakati nilikuwa ninalala nilikuwa ninaota tu ninaimba, lakini hizo za ndoto sikukuwa ninazitumia, sikuzipeleka studio. Nilikuwa sana nikisikia tu mahubiri, nikisikia mahubiri imeniguza. Kwa hiyo mahubiri yenye nimesikia, ninaanza kuandika nyimbo. Wakati nina listen to preaching, ikiniingia tu hivi, nikipreachiwa iingie, ninachukua, ninaandika nyimbo. Hivyo. Sana mimi nyimbo zangu zinatoka nikisikia mahubiri, mtu amehubiri vizuri. Hiyo roho inanikujia tu ninaandika song. Alright. Nikurudisha tena nyuma kidogo. Hii song ambayo umeifanya, ushafanya hii song ambayo pastor alikuambia mkaandika. Labda mlifanyia recording. Hiyo song iko nani who is owning now the song and where is the song now? Sasa hiyo song yenye tulifaa tuandike kwa group. Lakini sasa hatukuiandika. Sasa hiyo knowledge ikanikujia, wacha nijaribu kucompose yangu. Sasa nikaanza tu kucompose zangu. Lakini ile nyingine hatukufanya. Okay. Ikiwa ndio umeanza kuimba, sasa tuambie umeandika nyimbo, labda uliandika nyimbo ngapi kabla ya kujipata kwa studio? Ama uliandika nyimbo ngapi kabla uingie kwa studio? Utakuwa naandika moja nikienda. Unaandika moja naenda studio. Yeah. Na unaifanya for how long? Nyimbo? Nyimbo kama ni wiki, kama ni saa hiyo, ni saa hiyo ninaandika, ni vile sipatangi nafasi ya kuenda studio. Sasa naweza andika juu niko kazi tena, nikiandika maybe weekend ndio napata nafasi naenda studio. Naweza andika kama Monday nimalizane nayo. Ikuje tu kwa roho yangu niimbe, ni kama hata nikienda kwa studio saa hiyo ninaweza itoa. Lakini sasa naweza andika nyimbo saa hiyo mimi tuseme na nitoe saa hiyo. Ni vile tena kazi inanishikanga kidogo. So niko kwa kazi, niko kwa nyimbo. Okay, kwa studio ulipata aje? Ulipata aje kwa studio? Sasa kwa studio ni Pastor Melen alinipelekanga. Okay, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Tunaendelea tu pole mdogo. Tuko karibu kumaliza. Kama uko na swali jitayarisha tafadhali, na kuambia in the next minute utakuwa naachia hapo link, utakuwa unamuuliza maswali. So, ule wimbo ambao wa kwanza uliandika kukaa kwa studio, ni wimbo gani ule? Tengeneza njia. Niona hapa. Hebu kidogo nakupatia tu piti kidogo, nikizimamisha unatupatia mistari yote tu hivyo tengeneza njia. Nalikuwa natupatia tengeneza njia. Baadaye tupatie tengeneza njia. Okay. All right. Tengeneza njia.
Haleluya Jehova, umetamalaki mbingu na dunia. Ni wewe tu neza njia pasipo na njia. Yesu wa huruma, Mtakatifu, tengeneza njia pasipo na njia. Kazi nimetafuta sija. Tupatie msee tukienda. Kazi nimetafuta sijafanikiwa, nimeugua muda mrefu lakini sijapona, mahospitali nimemaliza lakini sijapona, kwa waganga nimeenda lakini sijapona, mali yangu nimemaliza sijapona. Yesu tengeneza pasipo njia. Mtakatifu tengeneza njia pasipo na njia. Yesu tengeneza njia pasipo na njia. Mtakatifu tengeneza njia pasipo na njia. Okay, amen. Ikiwa tu ni song ambayo umeifanya, ikiwa ni wimbo ambao umeifanya, ukaifanya, ukaandika, ukaenda kwa studio ukaufanya, ukakuja kuweka wapi? Weka kwa store, uliweka wapi wimbo? Si ndio hiyo iko kwa YouTube. Kabla hujaweka kwa YouTube, unajua YouTube umeweka tu listen. Unajua hizi nyimbo tukifanya, unafanyanga tu, unaenda kwa studio, unafanya, unakuwa nayo, unajipanga. Juu tena unajua kurekodi ni pesa. Lazima ujipange, ukipata pesa, unazifanya kwanza, unaenda studio, unaziweka kama 7. Juu tena ni pesa. Unapomaliza, tena ndio unaenda tena kushoot video. Lazima utafute pesa tena. Sasa zitakuwa kwanza. The moment unamalizana na kuzirekodi na kushoot, ndio sasa unazitoa nje. Sasa kama sahi nimeshaziweka kwa studio. You never know. Mungu anaweza nifungulia njia. Zianze kuanza kwa radio station. Juu hizo zote vitu zote zinataka pesa. Promotion zote ni pesa. So ndio nimeanza. But I know Mungu ataenda mbele yangu. Okay, labda nikuulize swali. Huu wimbo uliandika nini kufanya kuandika wimbo Yesu tengeneza njia pasipo njia? Nilijua mimi pia Mungu nilikuwa naomba anitengenezee njia pasipo na njia. Juu mahali nimetoka, nikifikiria mahali nimetoka, na tena vitu zenye ninataka ni mingi. Hii maisha ni safari. Sasa kuna kitu unaweza kuwa unataka, lakini unaomba Mungu akufanyie njia. Kama njia imefungwa, Mungu akufungulie njia. Juu yeye ndiye anaweza tufungua njia peke yake. Na watu wako na shida mingi. Tunapoimba nyimbo, hatujiimbii wenyewe. Tunaimbia dunia mzima. Juu yule mtu pia anaweza kuwa ako na shida zingine. Anaomba Mungu amfungulie njia. Sisi kama evangelist, kazi yetu sio kujiimbia peke yetu. Tunaimbia dunia mzima. Wasikie, wapate, at least mtu anaposikia hii nyimbo, apate kuponywa, apate kukombolewa. Juu nyimbo kama hizi, unapata mtu ako depressed, ako chini kabisa, akipata nyimbo kama hii, ndio anapata nafasi ya kuomba Mungu. Juu saa zingine hata haombangi. Sasa akisikia nyimbo kama hii, anasema, ai Mungu, fanya njia pasipo njia. Unajua hata hiyo one word Mungu anasikianga. Nifungulie njia, njia zangu zimefungwa. Sasa ndio maana nilitoa hii song. Labda wimbo wa pili ambao ulitoa baada ya huu ni wimbo gani? Wimbo wa pili. Wimbo wa pili niliotoa ni hii Tuliza Mawimbi. Tuliza Mawimbi. Nini kilifanya kuimba huu wimbo Tuliza Mawimbi? Tuliza Mawimbi vile nilishawaambia. Nadhani tu umesahau, tena tunarudia. Niliwaambia tena Tuliza Mawimbi. Tuliza Mawimbi. Nilikuwa natuliza mawimbi tena iliyokuwa kwa maisha yangu. Na kwa maisha ya mtu yeyote ambaye anasikia hii nyimbo. Mungu atutulizie mawimbi. Vile nilivyosema mawimbi ni mingi. Mawimbi, kuna mawimbi ya magonjwa, kuna mawimbi ya umaskini,
kuna mawimbi ya uchawi, kuna mawimbi za rejection, kuna mawimbi aina mingi. Sasa nilipotoa hii nyimbo, nilikuwa naomba tu Mungu atutulizie mawimbi, atupe amani. Amani yake iwe juu yetu. Okay. Wacha tuende tu hivi. Wacha tuende tusikie huu wimbo. Yes, malizi maswali direct, malizi maswali. Nataka kumaliza maswali. Crazy monkey. Muumba mbingu na dunia, ninaomba utulivu moyoni mwangu. Bila utulivu mimi sitaweza. Bila utulivu mimi sitaweza. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Mbele yangu naona mafuriko mkubwa yananijia Baba, kwa mwendo wa kasi sana, yananipanulia mdomo. Okay, I tell you. Nashukuru sana. Ni wimbo ambao umefanya tuliza mawimbi, ni wimbo wa pili ambao alifanya sababu ya kuweza kuharakisha haraka. Na song na video imefanywa na kijana mpole sana. Kijana mpole sana anaitwa ni Dan Keriga Arsenal Boy. Katika ndiye amefanya wimbo. Dan Keriga alifanya video nzuri sana, nashukuru sana. Labda tupeleke katika wimbo wa tatu haraka. Wimbo wa tatu uliofanya. Wimbo wa tatu ni Batimayo Kipofu. Batimayo Kipofu. Nikaweza kuangalia hapa. Ila tu watu pale tafadhali, YouTube channel yake iko pale. Sasa watu wananiambia nataka kumaliza maswali. Nataka kuleta peke yake, niachilie link watu kuuliza maswali pale. Kisha baadaye tutaona jinsi gani tunaweza kusonga mbele kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya muda. Ila tu ukibia pale YouTube channel utampata pale, tukumpatia support yako muhimu sana, ambao ni subscription ni muhimu sana. Na kutafuta wimbo wake okay, nimeshapata. Ikara Media Group nimefanya video ambayo inaongozwa na Dan Keriga. Dan Keriga Arsenal Boy nimefanya. Nataka kuleta wimbo wake. Okay. Nataka kuleta wimbo wake Batimayo. Okay, all right. Thank you very much. Okay. Nirehemu mwana wa Daudi, Batimayo kasikia sauti hiyo haikuwa kawaida. Kauliza, nani huyo anapita? Kauliza, nani huyo anapita? Wakamjibu, huyu Yesu mwana wa Daudi. Wakamjibu, huyu Yesu mwana wa Daudi. Batimayo kwa imani akaanza kuomba, akamwita, Yesu wangu nihurumie. Akamwita, hurumie, kama ni dhambi niliyofanya Baba nisamehe. Kama ni dhambi, kama ni laana ya ukoo nisamehe. I tell you. Ni baadhi ya nyimbo ambazo amefanya. Nashukuru sana. Okay. Labda sidaki kuuliza maswali mengi kutokana na hapo. Watu wana maswali ya kuuliza. Trace, karibu sana. Huyu mwimbaji amefanya nyimbo kwa special tuliza mawimbi. Wimbo mtamu sana. Na video
Video yake yote imefanywa na kijana anaitwa Dani Keriga, ndio amefanya hizo video zote. So labda Irene Kerubo, nimeshaachia linki pale mashabiki, tafadhali kama kuna swali ya kumuuliza. Nifungue macho Baba, niweze kuona, niondole giza Yesu, nione mwangaza. Nifungue macho Baba, niweze kuona, niondole giza Yesu, nione mwangaza. Alright. Kama kuna swali la kuuliza kabla mniambia, ninauza maswali yote umalize. Kina Dere ndikumbuka naona pale. Nishaachilia linki, wote nipatie linki tena. Kama kuna swali la kumuuliza tafadhali, karibu sana hapa. Kwa sababu ni mwimbaji ndiye ameanza. Hii ni album yake ya kwanza. Na kuambia nyimbo zenye ziko na upako, nyimbo ambazo ni tamu sana. Ila tu support yako pale YouTube tafadhali. Ukitoka hapa hakikisha umekimbia pale YouTube, umesubscribe, umepiga subscription yako pale ndani ya YouTube. So nataka kabla sijaendelea kutoka hapa safari yake mwimbaji ndio jinsi ambavyo aliendelea na shida na changamoto ambazo amepata. So ndiko mnaniambia nataka kuuliza maswali yote nimemalize. Niliacha kuuliza maswali kina Terrain, nishakupatia link hapo. So kama kuna swali la kuuliza kuja hapo. Okay, thank you very much. Nimeachilia link hapo. And the next minute tunangoja hapo watu wakuje waulize maswali. Nategea watu wakuje waulize maswali. So kwa dakika kiwango tu 30 saini 37 nipate watu wakuje kuuliza maswali. Kwanza saa hii kifika muda nitakuwa tu nimeruka kwingine. Shikilia hapo Irene, shikilia hapo. Shikilia hapo. Tutakuwa tunapata hao wakiuliza maswali. Wambuhu namwona, Patrick namwona pale. Wacha nianze hapa chini. Patrick anasema kwamba congratulations to the new artist, pick up lady. Thank you very much. Anaitwa Patrick Mushiri from Central Kenya, Mount Kenya region, inawakilisha ndani. Asante sana my dear brother. So make sure umepitia pale, umepika subscription yako. Anaitwa Wambuhu kutoka pia Central Kenya, Mount Kenya region. Asema kwamba Patrick, mbona ujani show uko na channel au anagombana hapo nje? What I mean wa show niko na channel ya Irene Davis, make sure umesubscribe. Dere ni kwamka kutoka Kisii County inawakilisha, anasema PPC Kenya. Thank you very much Patrick, nakuwa pale. Anaitwa Tracy Kerubo anawakilisha pale. Sijui rekodi yako ni wapi mtu wangu, karibu sana PPC Kenya Entertainment. Anasema kwamba Dere ni kwamka, mambo poa sana. Dere pale namuona ndani ya nyumba. Imagine nimependa link. So kiwango 38 kama sijana mtu akuuliza swali hapa nitakuwa nimeruka hiyo story. Kabisa. Vibaya sana Patrick asema vibaya, these famous people don't subscribe to us. Kai. Watu msubscribe bwana. Dere nakuwa na PPC nakuwa na pale. Osebe Grace nakuwa na pale. Nasema kwamba nimeingia ndani, karibu sana Osebe Grace. Fika ndani ya nyumba tafadhali. Dere nakuwa na pale. Mbuhu nakuwa na Kwambo na kwamba USA na wakilisha ndani ya nyumba. Asante sana my dear sister, na kuambia kwamba anaitwa PPC Kenya, sema kwamba iko ndani. Irene Davis, you are strong in faith. Thank you very much Wambuhu. Masaleni boss body anasema kwamba let her give us her handles. Okay, karibu hapa muulize ama swali yote nataka mumuuliza kwa hapa. Nishatia linki kule. Na kuambia KCA watu wa Gulf na wakilisha, Lower Diaspora inawakilisha ndani ya nyumba. PPC anasema kwamba uko ndani. Masini boss yupo pale. Comments ni mingi pale. Comments zinajaja pale. Ni mingi sana. Diskini wako pale. Nyamoita wako pale. Sijui walirush kwenda wapi. Dere ni kwamba kwa kurutu mimi nimelala. Nimeachilia linki ya kuuza maswali, mbona ulale, na nishaachilia linki ya kuuza maswali. Sio niambia nisiulize maswali yote. Dere ni kwamba Dere ni unalala mapema kaa kuku. Okay. we Patrick. Okay. Tupatie wimbo ambao ulifanya wimbo mwingine ulikuwa unafuata huo ni Patimayo. Wimbo ulikuwa unafuata wimbo gani Irene Davis? Hello? Naam, wimbo mwingine. Hello? Wimbo gani ulikuwa unafuata huu? Tupatie wimbo ambao ulikuwa unafuata huo sasa. Wimbo ambayo ilikuwa inafuata hiyo inaitwa Wema. Wema. Yes. Yeah. Kidogo tushikie hapo.
tufikie hapo tukiendelea kuitafuta wema. So kama uko na kidogo tu wimbo unakuwa unakuta the next minute, nakuwa nakuletea wimbo the next minute, waachia tu papo hapo. Kwa na wimbo papo hapo. Alright. Okay. Okay. Wacha nikone huo wimbo hapa. Umetenda mema, haulinganishwi. Umetenda mema, hakuna kama wewe. Umetenda mema, haulinganishwi. Umetenda mema, hakuna kama wewe. Umetenda mema, haulinganishwi. Umetenda mema, hakuna kama wewe. Umetenda mema, haulinganishwi. Umetenda mema, hakuna kama. Okay. Huu wimbo mnataka ukiandika kila wimbo lazima kuwe na sababu mbona mnalika huo wimbo. Labda tuambie sababu ili kufanya kaandika huo wimbo wema. Hii wimbo ndio niliandika tu siku hiyo. Na siku hiyo nikaenda kuirekodi. Hii ndio wimbo hata sikusikia mahubiri. Siku hiyo niliamuka tu nishukuru Mungu. Nikaandika hii wimbo tu na nikaenda kwa studio. Yaani kumshukuru tu Mungu kwa yale amenifanyia. Kwa yale amenipatia. Kwa yale niko nayo. Naam, nikiendelea kushughulikia kamera yangu pale nyuma. Naomba tupatie wimbo, patiana mistari ya huo wimbo ndio watu watajua wewe ndio umefanya, wewe mwenyewe ukafanya huo wimbo. Sauti tusikie. Naam. Umenipa nyumba Baba na shukuru. Umenipa kazi na shukuru. Pesa umenipa Yawe na shukuru. Umenipa watoto Baba na shukuru. Umenipa afya njema na shukuru. Nikulipe nini Baba? Nikulipe nini Yesu wangu? Nikulipe nini Yesu wangu? Nikulipe nini Baba? Nikulipe nini ila na shukuru. Alright. Asante sana. Tupeleke wimbo mwingine unaofuata huo, kisha baadaye niweze kutulia wimbo wa kwanza. Tupeleke katika hiyo wimbo unaofuata. Ni wimbo gani unaofuata huo? Ni wimbo ya harusi. Okay. Fanya wimbo wa harusi. Kwanza tusikie tu kidogo. Nitakuwa tunarejea pale. Kama nisema kama kuna swali. Huyu mke wangu mbavu yangu. Huyu mke wangu mfupa wangu. Mimi mke wako ni mbavu yako. Umebarikiwa sana ndugu wewe. Aliyepata mke amepata kitu kizuri. Umebadilisha historia yangu Yesu. Wewe umenipa jina Baba.
kama ya wanadamu, mawazo yako sio kama ya wanadamu. Tuambie huo wimbo nini kifanya ukaandika, na mbona ukaandika huo wimbo? Yes, asante. Uliandika Sababu ya kuandika hii nyimbo, network imempeleka pale, diski namuona pale, PPC namuona pale. Nashukuru sana. Niweka tu 44, ikiunga tu mwendo wa tu saa 5 kama tutakuwa tumemaliza. Nitakuwa nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi ndani ya Kisi Hot TV. Nakwambia asante sana kwa kuweza kuingia hapa ndani. So we want to show your love to our new guest, kwa mwimbaji wetu. Pesa mpatia pale, subscription yako ni muhimu sana pale YouTube. Unakimbia pale, make sure make sure umepika subscription pale ndani ya YouTube yake Devs. Una support to subscribe yazishangi. Hashtag show your love to the new guest, show your love to her. Mwambie kwamba kazi anayofanya ni nzuri. Ukitoka pale pia acha comment kule, itakuwa tunaonyesha kwa njia iliyo safi, itawakilisha kwa njia iliyo sawa, na tukaweze tukusonga mbele kwa pamoja. Ni ndani ya Kisi Hot TV, mbele iko sawa, tutakuwa tunashukuru sana. So hakikisha kwamba kila kitu tuna make sure umepika subscription. Nikiona tu saa 5 nitakuwa nimemaliza pale, kwa maana hivyo nishachukua muda wake sana, na tulikuwa tunarejea kama tutafika hapa, lakini kwa sababu ya network inasumbua sumbua hapa, shamtupa nje. Wacha nione kama nishamleta hapa, network imemtoa pale. Yes, tupo na sisi. Naam, yes, tuambie sasa. Yes. Mbona ukaandika huo wimbo? Asante. Niliandika hii nyimbo ni harusi. Na siku hizi watu wanafunga ndoa, dakika moja unasikia wamewachana. After 1 year wamewachana. Na saa zile unaenda kufunga ndoa, unasemanga in sickness and in health, in life and in death. And you take the word of the Lord for granted. Mbona unaenda kufunga ndoa kama hauko ready? Watu siku hizi wanaenda kufunga ndoa, dakika moja wameachana. Mimi nilikuwa ninawajaribu kuambia, Mungu alisema mbavu ya mbavu yako, mfupa ya mfupa yako. Inamanishanga mtapatanga mbavu ya mguu yako, ama inakuanga aje? Siku hizi wanawachana. Mimi hii song nilitoa nijaribu kuunganisha watu waliofunga ndoa. Wajue unapofunga ndoa, huyu ni mbavu yako. Mungu alipo kwa katika pale Garden of Eden, alipoona huyu Adam hana mtu, aliumba nani? Aliumba Eve. Sasa Eve alikuwa mbavu wa Adam. Sasa wewe unapopata mbavu yako, mbona unavunja ahadi ya Mungu? Nilikuwa najaribu kufundisha watu wajue Bwana yako ni mbavu yako, mfupa wa mfupa wako. Haleluya. Amen. Okay. Labda sasa ningeze kurudi hapa. Katika safari ya uimbaji, umekuwa ni safari iko rahisi ama ni safari iko ngumu? Hivyo ndio naelekea kumaliza. Safari ya uimbaji, ile kitu nimeona tu nguvu ni promotions. Ni kupata promotion, kupenya kwenye hii media, section ya media, upenye kwenye ma radio stations, upenye kwenye hizi ma advert stations zote. Hiyo ndio inakuanga tu challenge kubwa sana. Ukipata upenyo unakuanga umetoboa, lakini sio rahisi. But mimi challenge yangu kubwa ni advert peke yake. Yaani kupromote songs zangu ziweze kujulikana. Hiyo tu ndio challenge yenye ninapitia. Lakini otherwise challenge yoyote sina. Mimi ni mwanabiashara, nikipata pesa zangu ninaweza nikacompose song, niende studio. Tena ninaweza kutoa video. Mungu amenipatia that grace. But now upata the favor of kuzipeleka, upate mtu mwenye anakupigia nyimbo zako radio station, sana hizi kubwa.
Hiyo ndio inakuanga challenge kubwa. Ningekuwa ninaomba hizi radio station kubwa kubwa wasikie tu mtu. Unaweza kuwa hauko famous but uko na talent kushinda wale wenye wako famous. Watupee nafasi pia sisi tuweze kujulikana. Kuna mtu akona Amen. swali. Amen. Masini Bosibodi tena umeenda, nimemweka hapa ni kama kuna swali la kuuliza. Masini Bosibodi. So umeimba, labda umesema kuna mzee kuna watoto. Naam. So uliambia mzee kwamba you want to sing. Alichukua swala vipi? Alikubali ama alisema kwamba tulee kwanza watoto? Hakutaka mara ya kwanza. Hakutaka mara ya kwanza. Lakini unajua mimi niko na mtu mwenye hata akikataa saa zile umeamua kufanya kitu atakuacha tu ufanye na bado mtaishi tu kwa amani. Bora isikue kitu mbaya. Sasa aliniwacha tu mimi nikaendelea. So alikuacha ukaendelea. Labda amekupatia support, unajua ukiwa katika kuingia katika video kufanya audio pale. Yeye mwenyewe amekupatia support akasema mke wangu sasa naona sauti iko, talent iko, kuna message hata nikupatia support. Mimi hajawahi nipatia support. Mimi najisupport tu mwenyewe. Support yenye ananipatia, support yenye anatupatia ni ya nyumba peke yake. Lakini hii ya ministry yangu ni mimi mwenyewe. Yes. So I could like I wish kama unanipata support muhimu sana, kwa maana kuna mwimbaji mmoja naona pale ambaye mwimbaji ambaye amefahamika sana ni Eunice Njeri. Popote akienda changi mzee wake nyuma na mzee anapatia support ngumu sana. Wako pamba tu pamba kuweza kusukuma injili. So Celestine Nyagaka, so kama I'm in Margaret, I see you, God bless you. Celestine Nyagaka, karibu sana. I think you are talented. Keep the fire burning, mommy. Skin Celestine, nakuona, asante sana. Kama uko na swali nilikuwa nishaweka linki pale. Wacha nipatie linki hapa. If you have a question to ask, kumuuliza jinsi ambavyo tunaweza kuingia katika uimbaji, nakuachia hapa. Linki ndio inakuleta hapa. Njoo uliza swali lako. Lakini kaonga tu saa 5 tutakuwa tumetoka hapa. So labda katika mbali na uimbaji na mbali na usanii, just kutuambia kwamba ulisema kwamba unafanya kazi ama biashara. Labda sasa kusema watu ni biashara gani unafanya na jinsi ambavyo unaweza kujimudu katika na kuendea kimaisha. Kwa maana watu wanasema kwamba hao waimbaji wanakuja hapa wanauza CD kwa soko ndio tununue wapate chakula. So unaona, so you have to make it clear that at mbali na hiyo music there's something that you are doing. Mbali na hiyo music kuna kitu ambacho unafanya. Mimi si music tu ninategemea, music tu ni ministry. Lakini ninafanya biashara. Biashara ya M-Pesa, Equity, KCB na cooperative. Yani nina deal na agencies, hizi agents za bank na M-Pesa ndio nina deal nazo. Okay. Labda kuna mwimbaji, kuna mtu pale akupale nje anataka kuingia katika safari ya uimbaji. Unamwambia nini? Unamwambia nini? Unamwambia nini? The battle ninamwambia hivi. Proverbs inasema namna hii. The battle is not for the swift. No, the battle is not for the strong. Nor the race for the swift. But time and chance happeneth to them all. So if you feel that you want to start singing, this is the right time. This is the right time to start singing. Do not hesitate. Move on. I'm backing you up. Whatever that you feel that you want to do today, do it today, because this is the day that the Lord has made, not tomorrow. Today, whatever you want to start doing, do it today. Don't wait for discouragers. Move on. Press on in Jesus' mighty name. Bosibodi. Naam. Habari. Karibu sana Nzuri kwa ndani ya sana. nyumba ile temu nilikutoa. Wakati ule nilikutoa kwa sababu tulikuwa tumeta mgeni, naona pia tumesumuka na network hapa na pale, ndio maana yake. So kama kuna swali ya kwanza kuuliza mgeni wetu,
nafasi kwako. Haya, asante. Hata mimi sikuwa nimeelewa kulikuwa na nini. I thought ni Sunday Express ile ya Bible Challenge, ndio maana niliingia direct. Haya, mgeni wetu, kwanza congratulations. Nyimbo zako zinabariki hata kama hatujasikiza kiundani. After hiyo tutaenda tusubscribe tena tusikize. Asante. Sasa swali langu ningependa kuuliza, how did you overcome fear nini crowd? Yani ulipataje huu ujasiri? Do you write them down ama how do you do them? And after there, how are you going to support those upcoming artists wenye wanataka kuimba but they don't know where to start from? Do you have that plan? Yeah, I want to start by answering the first question. Ujasiri comes by hearing the word of the Lord. And this comes when somebody encourages you. Like if you get a good pastor, he will teach you. And he will teach you the word of the Lord is God. Whenever you read the Bible, whatever you read in that Bible, that is God. Because the word is God. And if you can't trust in him, then fear will overcome you. But if you believe that whatever I read in the Bible is true, and this is my God speaking to me, then you will overcome fear. It will come out automatically. You will see change in your life. Hallelujah. Hallelujah. Irene, swali lingine ni kama ametoka, kama kuna swali la kumuuliza. So labda nikuulize, anakuja Masilina, anakuja ni kama ametoka. So nikuulize swali lingine. Labda unajua ukianzanga safari ya uimbaji kuna vitu ambazo unapitianga. Labda kuna kitu nizaambia uimbaji. Unajua kuna pale uimbaji ambao ni upcoming artist, hawajafanya video, hawajafanya audio, wako na mfikira na kukosa fedha. Labda unaweza kupata changamoto ipi ili kuweza kuchangamka na kuweza kuingia katika hii safari ya uimbaji? Kwa maana kwa wengine pada tunasema niko na kipaji cha kuimba, lakini sasa sijapata yani jinsi ambavyo ninaanza. Ile kitu ningejaribu kuwaambia waendelee kumtumainia Mungu. Because silver and gold belongs to God. Tunaambiwa dhahabu na nini zote ni zake. And there is nothing that God cannot do if you believe in him. Yeye ni Mungu anayefanya njia pasipo na njia. So kama unajua anafanya njia pasipo na njia, si hata hiyo fedha anaweza akakupatia. Ile kitu ningeomba tungeform group kama waimbaji wenye wanaanza. A group enye tunaweka maybe sasa inakuwa kama kitu kama financial group enye tunaweza kuwa tunafanya kama ni chama ya waimbaji. That is according to maoni yangu. Hiyo group maybe every month watu wana contribute something to support the upcoming musicians, wale wenye hawajiwezi. Because mimi mwenyewe nami siwezi nikakudanganya. Ndio nimeanza na mimi mwenyewe sina support. Najisupport tu mwenyewe. So the only thing maybe nilikuwa naona idea, natoa tu maoni yangu. Maybe if we form a group like musicians, to form a group to supportiane kama waimbaji wenye wanaanza. Mtu anatolewa anaenda kuimba, tena mtu anatolewa anaenda kuimba, tena mtu anatolewa anaenda kuimba. But if you have a passion for singing, never give up, because you never know where your blessing is coming from. Hallelujah. Amen. Okay.
I want to comment please. Wale watu katika team comment, I want you to do this. Nataka mfanye kitu. Tafadhali. I want us to have 100 subscribers. I want us to top up, to double the subscribers when alikuwa na wao, to top up kupatia support, vale? Na ndio watch that song. Boniface, jambo. Yes, habari. Salama sana. Mnanipata? Nakupata kwa njia iliyo safi kabisa. Na unaniona? Sijakuona kama unaona kama natembea kwa umbali sijui hapo hivyo. Sasa ndio tunajaribu kuona. Karibu nione. Karibu sana na Mwimbaji yako hapo, kama uko na swali ya kumuuliza na pongezi kwako. Mimi napongeza tu kipindi, niko huku Butere. Butere na wakilisha ndani ya nini? Labda ungemwambia nini? Ni kama network yake inamsumbua. Kimbia pale YouTube, make sure mmekimbia Irene Devs, mmesubscribe. Tafadhali. TNG Media Kenya. Top up subs guts. Jamani, msaidie wengine. Yeah. Begin subscription. Watu wako hapa akina Celestine. I want us to do one business here. Najua tutakimbia hapo. But make sure mkimbia katika YouTube channel yake Irene Devs na tumesupport. Labda kuna huu wimbo hapa. Huu wimbo hata tu niweze kurudia hapa kidogo tu. Kisha baadaye tukiendelea tu ku Celestine Nyagaka amekuja hapa. Celestine nitakuweka hapa, lakini shikilia hapo Celestine kidogo. Wacha tuweze kuleta wimbo kidogo wake. Tuliza mawimbi kisha baadaye ndio tuelekee kumalizia. Hivyo ndio kwa sababu. Mazana mniruhusu kwa sababu ya kamera yangu. Irene, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Nimebarikiwa sana kukuona, you are blessed. Umebarikiwa, nyimbo zako zimenibariki sana. Amen. Mimi ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Na ningependa kukukaribisha kwa Kisi Hot TV. Mungu akubariki sana. Sikuwa na kujua wewe ni you are upcoming artist. Yeah. Lakini nyimbo zako zinabariki, like for sure zinabariki. Nimesikiliza ndio. So mimi ningependa kukuambia kwamba usife moyo. Huo moto umeanza nao, usifike mahali ukapoa. Najua kwa industry kuna frustrations. Unaweza kuwa unafanya kazi usipate kitu. Don't expect much because kama ni watu watakuangusha. Itafika in a point you feel like una lose hope, like hata kama ni YouTube haishiki. Unaona leo kuna COVID, hauwezi ukaenda mahali upate kitu. Wewe ifanye tu kutoka kwa moyo. Just have that, ukuwe na hiyo moyo ya kufanya like you are serving God. And I believe that God is going to open doors for you. Amen. Amen. Nimebarikiwa. Mimi naweza kukuambia kwamba Mungu akubariki sana. Hata mimi I'm planning to be the one. Najaribu. Lakini najua Mungu ni mwaminifu, ataniwezesha. Maybe when I will be back Kenya, nitakutafuta, then we're gonna do something so special. Okay. Na watu watabarikiwa. Amen. Amen. May God bless you. Nimebarikiwa sana. Asante Kurutu kwa kuleta mgeni. Na wewe pia barikiwa. Amen. Ninaomba utulivu moyoni mwangu. Bila utulivu mimi sitaweza. Bila utulivu mimi sitaweza.
Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi. Okay, najua kwa muda umeenda mbio sana. Sijui kwenda kumalizia, tukienda kumalizia. Ni nini kile ambacho unaweza ambia? Okay. Kuna mtu ako hapa. Zack ako hapa. Enos. Yes, hello. Jambo. Poa sana Mr. I don't know, sijui hata jina yako. Ati nakuonanga. Karibu sana my brother, I see you. Oh. Celestine. Yes, it's me. Jambo. Acha nifunge kamera ndio usinichekere. Hapana, watu wanahitaji kukuona. Wacha kufunga kamera sababu nimefunga. Wewe hujafungua. Mimi niko kuagiza. Oh, hata mimi niko kuagiza. Oh. Inaeleweka. Imeeleweka sana. Habari ya Kisii Mr. Kurugutu. Hiyo jina yako ngumu nayo. Kisii kwema mtu wangu. Habari ya studio? Iko salama. Oh, okay. Niona Mwimbaji. Mwimbaji mmesema ama ni Omoteria? Omoteria. Oh, Omoteria. Na nje no Omoteria na arenge. Lakini ndiye kama na chiete garasi ego. Ono na tigete kotera kego lakini nende. Nje ngoterani. Yeah. Madam, habari yako? Mzuri. Yeah. Mimi naitwa Zack. Omni Kisii. Nimekuja saa hii, nimekuona angalau nimesema acha ni join. Nisikie kunaenda aje huku. Ni siku yangu ya kwanza sijai kuona ukiimba mahali hata YouTube. Hujawahi lakini niko YouTube. Sijawahi ona kabisa. Hata tumetino ene channel ya onga kikuruku unless yonde iwono ngufuru. Ndio Irene Daves. Oh. Wakati nimejua. Usikose kusubscribe, comment na like yako pale. Usikose kusubscribe, like, comment pale na ushare na marafiki zako wa subscribe kwa channel yako. Utakuwa umemsaidia. Hiyo ni kazi rahisi my sister. Sawa, nakuaminia kwa hilo. Asante sana. Kabisa. Haki, Mungu awabariki. Amen. Okay, na wewe pia. Amen. Nashukuru sana. Asante sana Enoch. Data ni point base hapa. Asante Enoch. Rekodi gani Enoch? Zack. Ni kama ameenda. Unawakilisha rekodi gani? Mimi. Nakuanga plus 974. 94 plus 974. Hiyo ni najua mimi sasa nikajua hiyo nasema timu Qatar. Asante sana. Ponivez. Nachoma picha, wacha niondoke. Wewe. Nani? Kuna swali ya kuuliza na Mwimbaji. Okay, mimi wacha niulize sababu mimi ni Mwimbaji. Wacha niulize. Ningependa kuuliza hivi. Hello, nakusikia. Ni challenges gani unapitia kama Mwimbaji? Ni challenges gani ambazo unapitia ama
wewe venye umeanza kuimba hivi unapitianga challenges gani mpaka una feel like you want to lose hope? Challenge yenye napitia ni kupata promotions za hizi songs. Hiyo ndio challenge kubwa yenye napata. Nini? Promotions, hizi songs, promotions ndio challenge kubwa kwa stations, for this social media entrepreneur. Yeah. Nini? Okay. Yeah. Na sasa kama wewe mwimbaji unaweza ambia watu wenye wanasikia like hao watu wenye wanaweza kusaidia wasanii. Hello? Yaani kama kuna mtu ana uwezo wenye anaweza kushikilia wasanii wadogo mkono like awafushe mahali like hata kama hizi jana ndogo ndogo ili ziweze kuwa zina consider wasanii wadogo. Ndio nilikuwa ninawaambia wasiwe neglect, yani wana put off wasanii wadogo kama mtu anaanza. Do you never know? Unajua mtu anaweza ako mdogo lakini ako powerful inside than hata wale wasanii wakubwa. So tusiangalie watu tu hivi juu ameanza. Nilikuwa ninaomba Mungu awape roho ya hekima waweze kuinua wale wenye wako chini. Because you never know, huyu mwenye una reject maybe ndio hata angekuwa mwimbaji mkubwa hapa Kenya kushinda wale wengine. So you never know. Nilikuwa ninawaomba tu wasiwe wakiona mtu ni msanii mdogo ndiye anaanza wanapuuza. Wawe tu na roho ya kuchukua mtu vile yuko. Asante sana. Thank you. Nimeshukuru. Thank you very much. Anyways. Karibu sana kama uko na swali la kuuliza. Okay, ni kama wametoka. Thank you very much. Asante sana kwa kuweza kuingia ndani. Labda maneno yako ya mwisho unaweza ambia watazamaji wa Kisii Hot TV ni yapi yale Irene? Ile kitu ninaweza waambia ni kuwawacha na neno la Mungu. Isaiah 54 imekuwa verse yangu ya kunisukuma kwa maisha. Ninapoona ninaenda chini inanisukumanga sana. Yes. Inatuambia hivi. Indeed they shall surely gather, but not because of us. Wale wanakusanyika kwa ajili yetu. Kama sio mpango ya Mungu haitafanyika. Whoever that is gathering against us, that means whoever that is gathering against your children, against your education, against your prosperity, against your blessings, whoever that is gathering against your family, the Bible says, they shall fall for our sake. And remember, the word of the Lord is God. And whatever God tells you is true. So whoever that is gathering against your downfall, they shall fall for our sake. Because there is no weapon that they form against us that shall succeed. No arrow of darkness against you, against your ministry, against your marriage, against your blessings, against your children that shall succeed. Remember, believe in the word of the Lord, that no weapon that is formed against you that shall succeed. And every tongue that rises against us in judgment, the Lord shall condemn. Be it the tongue of witches, be it the tongue of weave, be it the tongue of masengenyo, any tongue that is against your progress, your children, your marriage, your business, your job, every tongue that is rising against us in judgment, the Lord is condemning.
the Lord is condemning. That is the word that I can leave you with this evening. That no weapon, no arrow, no darkness, no fire that is formed against us that shall succeed. In Jesus' mighty name we pray and believe. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Kuna mtu sitaki kufungia. Shikia tu hapo. Catherine Gesare, unmute your mic. Catherine, unmute your mic. Kuna watu hapo waimbaji wengi sana, akina Celestine, Team Celestine, the upcoming artist, wanahitaji pia kupata. Catherine, unmute your mic. Jambo. Fungua microphone na usungumuze na mwimbaji. Hello. Hello. Mambo. Zima kwanza hiyo music umeweka hapo, ndio nikuleta hapo napiga kelele. Zima. Umezima? Kama umezima hiyo music iko hapo, kani inua mkono hivi. Inua mkono juu kama umezima. Ndio nikuleta kwa screen. Sawa. Singe nje y'abantu. Sasa. Okay. Poa. Asante. Nianzie wapi? Unajua nimeingia tu hivi na kupiga. Nianzie wapi? Mbona sikusikii? Nianzie wapi? Nianzie wapi? Nasema umeona mgeni mwimbaji anaitwa Irene Dave. Umesikiza story yake? Yeah. Sijasikia vizuri. Sijasikia, but wacha nimsalamie kwanza then tutaendelea. Sawa. But sijui jina lake, uchaweka jina lake. Anaitwa Irene kwa screen. Aileen. Aileen, mambo? Poa. Nimeona song yako but niliona kidogo nikatoka. Unaimba poa. Asante. Karibu. Na uendelee hivyo, hiyo kazi ni nzuri. Amen. Mungu akusaidie usonge mbele. Amen. Tuko pamoja. Karibu sana. Amen. Haya. Watu wakienda pale YouTube msupport Mwimbaji, the upcoming artist. Tafadhali, kuna nyimbo tamu sana, nyimbo zenye zinaguza, kuna message. Zote nimesikiza. Kuna message. So we support talent. #tupendane. Princess Double Karara. Jambo. Yes. Habari ya jioni. Nzuri sana. Zungumza na mwimbaji. Zungumza na mwimbaji. Mambo Aileen. Poa. Naendelea aje? Salama. Nimeona story yako. Nimeona unajua kuimba sana. But endelee hivyo. Amen. 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 Nimeona nyimbo zako zimenifurahisha, unajua sijakujua vizuri. But nitaanza kufuatilia. Amen. Okay, asante. Ubarikiwe. Na wewe pia. Amen. Thank you very much, Princess Karara. Uko na swali Double Karara ama umemaliza? Leo nimeenda church. Leo pastor aliomba sana, akasema tusiongee sana.
Sasa mimi kitu yenye naweza sema watu muende kwa YouTube channel ya Eileen, msubscribe, unajua kwenye tunafanyanga. Mlike, mweke matope yote kama sound iko chini. Network ishamtoa pale. Pole sana Double Karara. Nakwambia Boniface Lubiri anasema kwamba Putere inawakilisha. Nakwambia Putere iko ndani. Watu kutoka sehemu za Putere tunasalimianga aje watu by the way lugha ya nyumbani. Karibu sana. Anasema kwamba we love you, tunawapenda sana. Asante sana pia sisi tuwapenda watu wa Putere, #tupendane. Kwenda kumalizia, nataka tumalizie hapa kwa sababu ya muda Irene, na nashukuru sana kwanza kuingia hapa ndani ya Kisi Hot TV. Ile support ambao watu naomba tafadhali wana Kisi Hot TV. Hivi kama umeguza na huo wimbo, nyimbo zake kama zimekuguza, pia subscription pale, make sure umesubscribe. Baada akitoka hapa tutarejea kupiga story. Irene is up. Irene Davis, unaweza nimeza Irene za huyo sijui kuja kanana wapo. Irene Davis. Labda mbona ukachukua sura mwisho, mbona ukachukua muda, mbona ukachukua mtindo wa kufanya zile nyimbo wako, wewe umechukua mtindo tofauti sana na waimbaji wengine. Mbona ukachukua mtindo tofauti sana na kufanya nyimbo zako, umechukua mtindo ambao ni tofauti sana na watu wengine kama na waimbaji wengine. Mtindo tofauti sana? Kuna mtindo, yani nyimbo zako zinaenda na mtindo ulio si wa haraka sana, mtindo ambao umetulia sana, pole pole tu. Unajua sisi tunaendanga kulingana na vile roho inakuelekeza. Kikuelekeza fanya haraka, unafanya haraka. Na mimi bado ni viongozi, nifanye hivi na mtindo pole pole. Niongoza nifanye haraka, tena nitafanya haraka. Mimi napenda nyimbo za kuburudika tu, umekaa kwa nyumba unasikia pole pole. Yani Boniface Arubiri, mlembe ndio salamu yetu, mlembe mno, mlembe. Okay. Okay, nashukuru sana kuweza kuungana hapa ndani. Labda nyimbo unifanya tu mtindo ambao ni tofauti na mtindo mwingine ambao ni mtindo ambao umetulia saa unapenda watu wengine. Ama mtindo ambao watu wachache sana wanaofanya. Nashukuru sana. Labda mzee ako karibu hapa tutanie kwa maana pia ndio kuna mzee tusimsahau aseme, yani mnaenda pale mnanisahau. Unajua ni karibu sana. Mzee amelala, saa hii amelala. Nilikuwa nimemwona pale backstage pale, maana yake nikoanzia. Amelala. Okay, nashukuru sana. Naomba tuweze kumalizia hapa, labda kama una kitu ya mwisho ili kuweza kuambia wana Kisi Hot TV, ile kitu ya mwisho naweza kuambia, tafadhali. Karibu sana. Kwa maneno yako ya mwisho, tumeenda jinsi ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kuna wakati mtu anafikirianga kuwa Mungu amechelewa. Kama wale nimesikia wakisema wanataka kuanza kuimba lakini hawajui waanzie wapi. Ninataka kuwatia moyo nikiwaambia Mungu bado hajachelewa. Whatever you want to do, you can still do it. Unaweza fikiria Mungu amechelewa. Mungu amechelewa kujibu maombi yangu. Mungu amechelewa nikaitwa tasa. Mungu amechelewa nimeitwa gumba. Mungu amechelewa nimeitwa maskini. Binadamu anaweza kukuita jina yeyote. Lakini unajua macho ya binadamu sio kama ya Mungu. Na mawazo ya Mungu sio kama ya binadamu. Binadamu atakuita jina yeyote akiona Mungu amechelewa. Lakini wakati Ana alipokuwa ameona Mungu alichelewa, alienda kwa maombi. The only thing you can do kunyamazisha midomo ya wanaosema Mungu amechelewa kwa maisha yako ni prayer. Prayer is the only weapon. Penina alipoona yeye sasa amekuwa mke mwenza wa Ana, alikuwa na mtusi, alikuwa ameona sasa maisha ya Ana imeisha, amefika mwisho. But I want to advise you this evening,
It is never too late with our God. It is never too late with our God. Yes. When whatever he did to Anna, he can still do it again. Lazaro alipokufa, sister yake Mary alikuwa anasema aje, Mungu ungelikuwa hapa, ndugu yangu Lazaro hangekufa. Lakini Mary hakujua Mungu anakuanga hapo hata wakati unaona hayuko. Yesu alipokuja akamwambia, ungelikuwa hapa, ndugu yangu hangekufa. Little did she know that whenever Jesus, unapofikiria Jesus hayuko, Mungu anangojanga, anakupima. Aone, huyu ninataka kumweka kwa hii temptation. Ninataka kuchelewa nione atafanya nini. Atazidi kuniomba ama atanikataa. Na wakati ule unakataa kumtumikia Mungu, unasema Mungu amechelewa. Sasa naye shetani anakuanga amekushinda. Lakini unapoomba vile Ana alivyoomba, wakati Penina alikuwa anamtusi, unapoomba na unazidi kuomba, hakika Mungu atakujibu. Lazaro alikufa akazikwa, lakini wakati Yesu alikuja akamfufua. It is never too late. It is never too late with your situation. Umekuwa mgonjwa hapo kitandani. It is never too late. God can still heal you. Whatever he did before, he can still do it today. In Jesus' mighty name we pray. And that is the word of the Lord. Our God is never too late. Our God is never too late. It is just a matter of time. He is coming to you. Amen. Amen. So Irene, labda mtu akitaka kukupata, anakupata kwa njia gani? Labda kwa social media mtu atakupata vipi? Kwa social media ukienda kwa YouTube, you search Irene Daves. Irene Daves, hiyo jina unaona hapo vile imeandikwa Irene Daves. Hapo utanipata kwa YouTube na nyimbo zangu. Ningeomba you subscribe kama unanipenda, you subscribe, na hata kama unipendi, ninaomba tu tafadhali usubscribe kwa jina la Yesu, na you like and comment. Kama uko hapo sema amen. Amen. Katika Facebook, njia zozote zile ama ni hapo tu? Hapana, nimeziweka tu YouTube. Facebook hapana. Mtu akitaka kukupata azungumze na wewe mambo mawili matatu, atakufikia vipi? Namba yangu ya simu ni 07. Waza kidogo tu kidogo, hiyo namba niandika hapa. Namba unipe niandika hapa 07 10 07 0710 10 679 679 069 069. Hii pia ndio ya WhatsApp. Yeah. Okay. Okay. Nambari yake ya simu ndio iko hapo, Irene Daves 07 10 67 9069. Nataka kumfikia, kuzungumza pamoja na yeye, hiyo nambari yake ya simu ndio hiyo. Utaweza kumfikia uweze kuzungumza naye. TNG Media anasema subscribed already and commented. It is blessing preach this gospel. Thank you very much. Anaitwa TNG ama Omache TV from Kisumu na wakilisha. Asante sana. Thank you very much guys. Labda mtu akitaka kupata, uniambie unapatikana sehemu zipi, uko katika sehemu gani sasa hivi, biashara yako inapatikana wapi? Najua kuna watu wengine wakutazama ambao wanakuja kufanya biashara pamoja na wewe pale ambapo unafanya kazi. What's your business located? Biashara yangu iko located Market Plaza. So, Market Plaza. Yeah. Plaza ya Nairobi, ya Kakamega, ya Kisii. Niko Kisii, ninaishi Kisii at the moment. Yes. So ikiwezekana utaweza mtembelea pale katika kufanya biashara ambazo anafanya mambo na agents za county
banki yeyote ile utaweza kumfikia kuweza kutoa pesa haraka ama kuweza kudeposit na vitu zingine 2-3. So wale watu wa team diaspora, if you want to mtu wa diaspora ndio pesa hapo nikuje nichukue. Inategemea, tutafuata masharti, tutafuata the rules, the protocols. If you have the IDs and everything, no shortcut. Yeah. Watu walitumia pesa niende nitoe huko kwake. Najua TND Macha TV sitaki mfungia nje, nilikuwa nimemaliza. Najua tu anakuanga na message, this guy I love him so much, anakuanga na ujumbe fulani, ndio maana nimemwachilia. TND Media. Yes, Kukurkuntu. Karibu sana ndugu yangu, nimekutegea hapa tupige show bana, utoki Kisumu, samaki zimekushika sana. Nitakuja tu tupige story hapo, tupige show, tupige sherehe. Karibu sana. Ni kama samaki zimekushika padaro ushike samaki. Karibu sana, zungumza na mgeni kwa sababu tulikuwa tunaelekea kumaliza. Oh, poa sana. By the mimi nimesikia mgeni wetu Irene sasa. Poa. Mimi nilikuwa venye umesema tu subscribe, nilikimbia huko nikaenda explore, nimepata songs zako. Nimeangalia nyulieka nimeangalia nyulieka last ukipeana ujumbe pale. Nimebambika. Kuna song yako imenitouch sana, hiyo yenye Kukurkuntu na nini. You have the passion to do it. In fact si rahisi. But niko na maswali kidogo kwanza. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nataka nazungumzia wimbo. Ni huo wimbo nazungumzia. Ninaweza uliza swali Kukurkuntu? Uliza maswali. Uliza maswali. Nilikuwa nauliza, umesema songs zako zinapatikana YouTube pekee? Mbona mitandao ingine ya kijamii kidogo hauko? Ndio nimeanza kuzifanyia promotion. Tutaendelea kuzisambaza kwa stations zingine. Unajua mtu anaanzianga kipanda. Sure. Okay, sababu nimekuulizia ni vizuri juu naelewa mambo na kupush mziki YouTube. Unajua, as by now, to me as my elder sister, I can say you are doing good, message iko sawa, and most of us, mostly ni youths, maybe tuseme from the age of 18 to 35 ndio unapata wako na smartphone, to 50s, even our fathers squeezy. Kila kitu ni mambo ni online. It's a good step umechukua to kufungua YouTube channel, but maybe even ninaweza kuambia squeezy YouTube channel, it works better with other social media platforms, just like Facebook, more especially Facebook. Kuna hizi groups, ukiangalia kuna groups tofauti. Even Kukurkuntu anaweza kuambia ukipost YouTube, you go and post that picture pale katika mtandao wa Facebook, alafu unaweka na link, unapata audience ingine. Juu YouTube kidogo wengine wanangoja notification kama umeupload, na unapata kama kuna mwingine haja turn on notification, hawezi pata kama song kama umeupload, so viewing inakuwa chini kidogo na unapata message ijafikia wote. So it's good kama uko na hiyo plan, then fungua Instagram, Twitter, tutakufollow. Juu mimi nimefeel venye unahubiri, mimi napendanga sana. Unajua si rahisi, ni wito. You are doing a great thing, otherwise mimi nitakuwa shabiki wako. God akubless, keep the spirit. Alafu pia I'm sure pia una encourage, una guide na wakina most of the ladies, maybe these young ones wenye wana grow, at least in the future tukae na generation yenye inatoa mentality that men ndo wana preach injili sana. So it's a good step. Mimi nimebambika sana. Nimekujua leo tena saa hii tu. Nimekujua leo, but nimetake time kufuatilia, ndio maana sikukimbia kuingia mara ya kwanza kuuliza maswali.
I was Okay. trying, nilikuwa nasikia mahubiri yako but umetukatizia, but ni sawa, atakuja kufea summon utupigie injili sana. Amen. So Amen. yeah, thank you. So make sure that please you open nini link na Facebook, Twitter, Instagram, itasaidia sana kama hata sisi tuna link sometimes na YouTube, so we understand. Nitajaribu pia nikusaidie kushare links kwa some of my friends, hata kwa community yangu pia, I'll at be least very we grateful. Yeah. so unajua na swali sasa ingine apart Yeah. from that ya social media, Mm. niko na, unawezaje zungumzia, kuna hii perception, si unaona wewe ni mwimbaji pia, ni okay, ni mhubiri pia, si ndio? Unafanya mambo mengi like, ambayo yanaambatana na kuinua jina la Mungu na kusaidia watu wakuje katika uokovu. Unajua hii inakuanga, but siku hizi inaonekana kuna hao watu wenye wanafanya muziki ya secular, tuseme ni mbaya ama mambo ya kidunia mostly, tuyaite hivyo, wanasema kwamba gospel, maybe mtu anasema akikuja gospel, watu wengine wanafungua mitandao wanasema they want to make money, but wewe unataka kusave hao watu, ndio unataka kusave. Ni advice gani unaweza pea wao watu wasikae na perception in that ati mtu akiingia kuimba gospel music hakuna pesa, ati secular ndio wanapata pesa sana? Juu that is the thing that is happening all over, is not only in Kisiland, almost around the world, na unapata watu wanakimbilia hizo secular things other than juu. For sure unaweza kubaliana na mimi, hata wewe Kunkurukutu, ukiangalia views za nyimbo zingine chache ambazo zinamtukuza Mungu, they have a message but viewing iko ndogo. So ni message gani unaweza kuwa nayo kwao, ama unawezaje sema kuhusu hiyo perception ya kusema kwamba kazi ya Mungu hailipi poa, but bila wao kujua ati wanamtumikia Mungu, unaweza waambia nini? Sasa unajua the devil is really fighting, and as the devil is fighting, amechukua dunia ameiweka hapa. So if you are wise and you are not wise enough, utakimbilia vitu za dunia. Unajua it takes the hand of God to know that this is bad and this is right. Wale watu bado wako duniani na nia ni kutafuta pesa. And the Bible says the love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. And that is why they are doing evil, and they do not know that they are doing evil in the name of money. Do you know that? So we need to have people to encourage them and to talk to them and to spread the gospel to them, because they do this. The Bible says, my people perish because of lack of knowledge. So that knowledge is what they want, they ought to have. And how do you have the knowledge? You have to have somebody to push you to have this knowledge. Because as God is working, the devil is also working and fighting very hard. So the lack of knowledge, if you lack knowledge, you will do things just for the sake of doing. You will do things to get money. You will be a criminal just to get money. But the moment you know God, you will be humbled. You will sing and get nothing. Like for me, I just sing and I preach, but I don't wait to be blessed. If you feel like blessing me, is okay. I work hard and I have my own money, but I have the passion to spread the gospel, but you don't have to pay me, because God gave me these two hands. And he blessed me with two hands to work and get money. But people want pesa ya haraka. That is why they are jumping from secular. Can I try secular? I get money. Can I try gospel? I get money. You will be disappointed. And most of them, they are being disappointed. Wachache tu ndio unaona wameprosper, even if they are doing secular. Wachache.
Wengi wao unapata mtu amegonjeka amekufa. Una entertain the devil. The devil will entertain you for a very, very, very few years. The devil, shetani sio rafiki yako. Ataku entertain tu kidogo. Lakini akiona sasa unapanda, anakuangusha rwap. May God have And maybe, excuse me, alafu maybe nikuulize, kuna point hapo umeguzia. So now wewe kama binafsi kama Irene, juu nimeona uko sawa katika hii mambo ya injili, at least unajua si rahisi. Sasa hii gap ya secular na gospel, apart from knowledge, is there anything else inaweza fanywa at least ikae field so that people can understand God first? You know, not everybody will love God. Unajua, even if you preach to them. Kuna antichrist. So not everybody will love God. Hata ukienda ukamweka hiyo knowledge kwake. But there are some people who can change. So it can never be the same. Not everybody can sing gospel. There has to be unajua dunia, kuna hell na kuna heaven. Na hell na heaven. Some people has to go to hell. Some people has to go to heaven. So, uwezi fanya watu ati wakwe ati mtu kila mtu ako righteous. It cannot happen. The only thing we can do is to pray for them that God may change them. Nimekujibu. Yeah, through that. Sure, umenijibu. It's good, thank you. Hizo ndo maswali. Sikuwa nimejipanga vizuri, but juu nilikuwa nafanya vitu kidogo, but at least thank you. Umetupatia knowledge kidogo. Hata mimi ukienda uniombeane na kuna shida fulani, lakini kanisa nayo na Mungu nampenda sana. Nikiona mtu anamfanyia Mungu, but kuna mambo na backsliding yangu inakuanga at a very high percentage, but I fear God and I trust in him. Lazima Mungu ndio kila kitu. Thank you madam for coming. Kukurukuntu, asante kwa nafasi, najua si rahisi. Kisii tutakuja tupige show. Alafu madam ukiwa na crusade pia utuitange at least tuabudu pamoja. Si ndio? Amen. Yeah. Amen. Kukurukuntu yeah, thank you. Kukurukuntu, asanti. Alafu mwisho nataka kuombea sisters wetu wote na brothers wako diaspora outside of Kenya, wenye wako Kenya, kila mtu, wagonjwa wote wako kwa hospitali, Mungu waponye, watoto wako na shida tofauti, God waponye. Above all, hawa wenye tuko na channels, if your friend kama ako na channel, kama madam wetu hapa Irene, she's doing amazing work. I'm sure kama hawa watu wote, kama hujaenda ufike hapa uta understand vizuri kitu anasema. So make sure you go to Irene, search pale, like, comment and share to your friends and subscribe to the other friends. Moso Kisii Hot TV. Thank you Kukurukuntu, God akubless sana. Ago seseni mpaka soko tachaboso woke. Thank you very much my brother. Sawa, thank you. I appreciate. Leo niliamua kutukuze na mwimbaji ambaye anaanza. Previously tumekuwa famous waimbaji, tumekuwa na kina Mwaniki, tumekuwa na Denompole, tumekuwa na kina watu ambao wana kinotiso, watu ambao wamefahamika. Leo tuko na Irene. So guys, show your love to the upcoming artist. Hakuna message sana. Ila Nyangalesi, welcome back. Najua nilikuwa nataka kumaliza Irene Davis. Nilikuwa nataka kumaliza, lakini hao mashabiki wa Kisii Hot wako na maswali mingi sana. Mpaka anashinda kukuwakatiza. Kuna swali hapa nimeulizwa, nimeambiwa nikuulize. So hapa Kenya tuanze hapa Kisii locally ama Kenya mzima. Ni msanii mgani ama mwimbaji mgani unaona anakufutia sana? Unataka tu uweze kufika kama yeye. Msanii ambaye anakufutia sana, anafanya kazi iliyo safi. Network imempoteza Riskini aki channel zenye zinataja Riskini which is which. As Sesi Nyagaka, my comment is there. Tati PPC Kenya Entertainment. Ida Nyangalesa, I'm back. Welcome. Sesi Nyagaka at mimi sitapata hata moja. Riskini nasema kwamba at Jacking's right na kuona, hope you are fine. Wewe chairman wa team comment ndio anakuja saa hii apiwe fine. Bila tukingojea hapa, acha niwapatie wimbo wake. Wake hapa. Crazy monkey. Muumba mbingu na dunia, ninaomba utulivu moyoni mwangu.
bila utulivu mimi sitaweza, bila utulivu mimi sitaweza. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Mbele yangu naona mafuriko makubwa yananijia Baba, kwa mwendo wa kasi sana, yananipanulia mdomo kama simba Yawe. Sijui nifanye nini wala nitoke wapi. Nyuma yangu nikitazama, ninaona yule paka huyu Baba ananikodolea macho, anamaliza nguvu yangu, anawinda roho yangu, anachunguza maisha yangu Baba. Huyu paka mtuliza mawingu, weka utulivu moyoni mwangu. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, unishike Baba, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako Yawe. Vitisho vingi mbele nyuma, naomba niongoze. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, tuliza bahari yangu. I tell you. What a wonderful song. Tuliza mawimbi. Kama uko na shida zimekuzonga pale, unakuwa na shida, ambia Mungu tuliza mawimbi. Uko na raha, uko na utulivu ndani ya moyo wako. Unajua si kwamba watu si kwamba ile wakati mawimbi yalikuwa yanavuma, Yesu akiwa na wanafunzi wake pale katika baharini, wakasema kwamba Yesu mbona umetuacha? Yesu amka, akaweza kutuliza mawimbi. Mawimbi yanaweza kuwa ni shida ama changamoto unazopitia katika maishani mwako, katika ndoa yako, katika familia yako, ndani ya moyo wako hauna amani. Ambia Mungu tuliza mawimbi. Na kwamba wimbo mtamu sana umefanywa na Irene Devs. So guys, I want us to do this. I want us to end this here. Ni kama network ishamtupa, so I want to give peace kwa sababu unaona ashaenda pale network imemtupa. Sasa ni wale hapa. Kuja hapa mpiga sasa story. Riskini kuja hapa. Mlikuwa mnaniambia Staki story. Now I welcome you guys. Come here. We talk 1 2 3 before nimalize hii story. Wapi mgeni? Riskini. Yes. Kuagiza. Wata mteso. Sina kuagiza, mimi niko hivyo. Kuagiza wewe. Sina kuagiza, siko kuagiza, niko kwa right. Mgeni kama network imemtupa, na wacha kukunywa chai. Usione. Hii ni maji inachota hapa, sichisi chai, saa hii ni usiku. Niwekee pasi. Na wewe uko na chai hapo naona. Maji. Kila siku umekuja kutuita watapi kama baba mwana minto. Ayara maji mkonyo gaki. Jetinga jeti chai butuko. Ikikadi vile dalilo gaki chai to konyo kutu. Nashukuru sana. Ile time nilikuwa nataka kama time imeenda sana. Umaga ninga yari. Network ya mtu kutesiko anakuja. Wano gaki. Ana na intun tanto te meto to terende nya sakara tuiki muragore chitroni. Na inturende moto beke to chito nyagotera rende mumbugeria matera jeke Kristo nyagotera. Amur mumbugeria matera nyagotera bon. Yes. Nyasaye kara tuanje nyagosaba Nyasaye. Kile gendo Nyasaye. Yeah. Yes. Wewe karibu sana. Tunaona hata video Dani nimefanya video za hizo nyimbo zote. Dani Keriga mwenye unajua. Yeye nimefanya video. Wewe kuja fanya.
Ukikuta na mimi nikufanyie audio hapa, yani kufanyia video, si wimbo itakuwa sawa? Mimi nitakuja soon and soon after one nusu. Nitakuja by the way kukurukutu. Mungu awabariki kazi yenye mnafanya. Muendelee hivyo hivyo. Yes. Okay. Unaambia nini network imetupa pale? Unaambia nini watu tafadhali? Zungumza. Miskin. About the class. Network. Anakusikiza, kama anakusikiza unamwambia nini? Mimi namwambia hivi. Acha kwanza nitoke kwa kelele mimi nasema hivi. Naambia huyo mgeni asante, Mungu aendelee kumbariki na asife moyo na nini. Unajua waimbaji wengi wanaimba sababu ya pesa. So tusiweke pesa mbele, tuweke kwanza Mungu mbele. Ndio tutafanikiwa. Hata hizo pesa tukitafuta ndio hata Mungu atatubariki nazo. So tuweke kwanza Mungu mbele ndio tutafute pesa sikuje baadaye. So mimi nampongeza kazi yenye nafanya. Aendelee hivyo na hiyo moyo, na jina yake by the way sikusikia, ningeruka huko mbio na kusubscribe. Sijui jina yake lakini nimesikia Irene. Ndio iko hapo kwa screen. Wacha nikuwekee, ndio iko kwa screen. Sasa nitaruka huko mbio, napenda kuruka. Hiyo ndio kazi yangu. Yes, nitaruka huko mbio sana. Sasa mbio, mimi nimekupatia piga story kichoko, niambie kukurukutu tumetosheka. Usipiwe mawe kama ile ndio. Sina story mingi napati, hata kama unataka niongee nitaongea ma story. Lakini mimi chenye alafu kukurukutu sasa mtu akitaka kufanya nini wimbo mnamwekea pesa ngapi? Yaani anafanyia pesa ngapi? Tuseme audio peke yake. Audio peke yake tutaongea for now. Kama Kisi Hot TV, we are promoting and we are supporting the upcoming artists. So if you want to, hata kama uko theater side, karibu sana utafanya wimbo. Hata kama uko hapo utafanya wimbo sisi tukiwa hapa. You will send it utakulete tunafanya wimbo. Eti nikiwa hapa? Yes. Nitaweza fanya wimbo nikiwa hapa? Daseni wimbo tu na nini? Umesema aje? Sijakuelewa. Hata kama niko hapa nitaweza fanya wimbo? Utaimba. Utaimba. Kwa mfano? Unajua mtu wacha nitoke huku mroya abwate TV yako katika narasuka gocha. Nakuuliza. Akonyogereda. Ninakuuliza. Unajua mtu anaitwa ENM Left Side Melodies? Fighter ama nani? Umesikiza wimbo wake? Yes. Hiyo mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Ulikuwa wa kwanza? Mimi hata siwezi kosa. Mimi narukanga mbio. Hivyo sasa ndio tunafanyanga wimbo. Hivyo ndio tunafanyanga wimbo. Unasikia wimbo wake ni mtamu sana, wake sana, iko tu sawa chonjo.
Ukienda pale YouTube pale subscription yako pia alifanyiwa wimbo. Yuko hapa pia lakini alifanyiwa wimbo. Pia wewe ukitaka utafanyiwa wimbo na utoke kwa njia hiyo service. Okay. Sasa tutaongea baadaye. Sijui tutaongea na Dan basi. Ukuje nyuma ya tent, Yeah. huko. Ukikuja nyuma ya tent tuongee huko. Tuone tutasaidiana aje. Okay, hiyo ni vizuri. Yeah, so na hiyo video yenyewe imefanywa na Dani Keriga. Video tamu sana. So we are supporting. So Mwimbaji wetu nashukuru sana. Riski sitaki kuharakisha. Mimi nikupatia ukimaliza uniambie umaliza ndio nimalize hii. Hata mimi sitaki kuharakisha kulala. Si unaona leo hata sina haraka mpaka sijui kama nitaambiwa niende nilale tu. Hii masaa ni wanasemanga watakangi nikiwa nikirandaranga, lakini sitaki kulala. Okay, nashukuru sana. By the way, sisi uimbaji ni mzuri by the way. Ni vizuri mtu kama umepewa talent ya kuimba huo ukimbia Mungu. Unaimbia tu Mungu. So alafu kukurukutu ile ulisema ulituma message kwa nini yangu sijapata? Message kukutext. But nimeona Dabukara amenitest, nitaenda kwa Dabukara. Oh. Kumbusha watu kwanza. Oh. Diskina na nimeni wakumbushe. Mtu anaitwa Dennis Kurutu, anaitwa Kukurikuntu, akona nisema niite nini? Anataka support. Kukurukutu anataka by the way support ya kununua drone. Kwa hivyo sisi kama mafans tuweze kumsaidia by the way. Tuweze kuona kama amenunua hiyo drone na iweze kuendeleza kazi, iweze kusaidia kazi, iweze kutusaidia sisi, tumsaidie. Saidia mtu akiwa hai, wacha kusaidia mtu kama mtu akiomba akiwa hai msaidie, Tusaidie Kurukutu sasa hivi vile tumemuona hivi hapo na talent by the way. Wacha tusitupe hii talent. Kurukutu hapo na talent, tumsupport by the way. So fans wenye wako kwa comment wenye mnanisikia by the way, join us. Kurukutu ako na group. So hii namba yake ya Kurukutu iko wapi? Hiyo namba ya Kurukutu muandike tu, mutamuandikia hai atawajoin kwa group. By the way, msupport anataka kununua drone. Thank you very much. Nashukuru sana. Thank you very much. Anaitwa Liz Kin. Thank you very much. Naona pale DNG drone utapata Kurukutu kazi iendelea. Asante sana, nashukuru sana. So by the way, sikuwa nimezungumza hapa, lakini tulikuwa tumeanza na watu bado tunaendelea. Tulianza mwezi uliopita, katikati ya mwezi wa June ndio safari ilianza. Kufikia saa hii tunaendelea mpaka hadi September. If you feel like to join 30 group ya kupatana $5, $10, just hit my inbox with that number uweze kuongeza kwa group. Utaongeza kwa hiyo group. Okay. Ukitext kwa hiyo namba ile niambia wewe ni nani, nitakuongeza kwa hiyo group support yako, hata maoni yako. Kama ukipenda ukuje inbox uniambie kwamba my brother fanya APCD, si lazima pesa. Si lazima. Motivation ninayo. Unajua hata motivation ni iko tu sawa. So nashukuru sana akina Wambuhu na kuona pale my brother from Central Catholic na kuona TNG na kuona Erda Nyangaresa. So I wish all the best to this in. Thank you very much Catherine Gasare. Okay, thank you very much. Anasema kwamba Riskini toa hiyo song tukusupport. What toa nyimbo you can sing. So nashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi.
Sijui mwana watu waze wapatie linki mkuta mpige mshene. Nataka mkuta hapa mpige mshene sasa, na pia usisahau kwenda pale YouTube usupport huyu dada yetu Irene Davis. Ukienda pale YouTube andika Irene Davis, support ama subscribe. Ama ukitaka kuzungumza na yeye one on one katika njia moja au nyingine, kuweza kuelekezana mambo mawili matatu, kama ni mwanadada ama unahitaji ushauri, nambari yake ya simu iko pale ya WhatsApp, you can reach her. Ni mwimbaji mfanye mzuri sana. Pia ukitaka kujua anything from one, nambari YouTube enda pale mweze kumsupport. Ila tu wacha wapatie linki wale watu wataka kuzungumza hapo mawili matatu. Ikiwanga tu na wapatie mimi linki hapa, mkuje mpige mshene. Miskini ita watu wakuja hapa wakusaidie kupiga mshene. Hebu Wambu ingia hapa kwanza. Hebu Wambu ingia hapa. Celeste nilimuona akiongea. Celeste ni checking like unakiwa nakoro kuba minto. Unajua yeye songo wagi kurukundu tinsometi. Eke swali yoko mwete na nengwangi terero bosi. Ngwangi terero bosi tinselete. Hata hiyo Kiswahili si kusoma. So mimi yake no, ulinimwagia unga. Ile time ulinimwagia unga. Nilikumwagia hiyo ni vile ulisema kumwaga. Ulinimwagia unga mtu wangu nakwambia. Unajua kukurukutu wewe unaonekana umesoma. Kai kama mimi. So unastahili kuongea Kiswahili yenye iko sanifu. Unajua mimi nitaweza ongea Kiswahili ya mama, so wewe unastahili kuongea Kiswahili sanifu. So wewe ukai kama mimi. Mwalimu onete ing'ane gasi yabo sakorete ga eskuru gake. Wacha nikuletea hapo Catherine. Pika naye mshene. Catherine yako hapo kwani kwa nini? Catherine mambo. Poa. Uko aje? Mbona umeweka kamera? Acha niweke kamera niambie. Niambie story. Yes. Na kukurukutu sijaona Catherine kwa guru Catherine yako kwa group yako kweli? Ongea na Catherine yako hapo, si ndio hiyo? Utaongea naye nyuma ya tent. Catherine si umeona namba ya kurukutu? Utamtext tu. Mimi niko kwa group. Mimi ndio number 1 kwa group. Oh. Ya mambo. Poa. Iko wapi hiyo kachai tukunywe? Chai iko wapi? Labda wewe utununulie. Tumeongea na kurukutu hapa tumechoka. Hata midomo imechoka, imekauka. Wacheni kudanganya hapo. Si niliwaona mkikunya na vikombe. Hata mwezi tuambia karibu. Hiyo ni maji. Inachua hata kurukutu ni maji anakunywa na anakunywanga maji na thermos. Maji, chai ndio inawekwa kwa thermos, si maji. Mimi nataka hiyo maji ya thermos. Mimi na hata nashangaa. Maji inawekwa kwa thermos kweli? Si ni chai ndio inawekwa kwa thermos. Maji ni nini? Maji inawekwa kwa chai. Sasa hiyo song iko wapi? Hebu imba. Sitaki kuimba saa hii, sitaki ikopwe na watu. Nataka tu nileta tu kwa nini yangu, kwa channel yangu, na uende kwa channel yangu subscribe. Kuna uchinga nimeweka hapo, subscribe hata mimi nione. Una nini? Nikusearch ache. Ni riski ni tu. Riski. Wow. That's good. And then mimi nitaona hapo ukiimba. Wapi music? Hebu tengeneza hiyo. Mimi by the way kuimba nilikuwa course by the way kutoka chachi yetu. Kutoka Kisii. Nilikuwa hata wakati nilikuwa mdogo
nilikuwa tu chorister wa youth. So niko na talanta ya kuimba lakini nimeipotea, lakini niko na sauti. Taweza imba. Hiyo sauti ndio nataka kuisikia. Niko na sauti hata saa hii nikuimbia utashangaa, Naringe omozeria, naringe omozeria, naringe omozeria, naringe omozeria, naringe omozeria, naringe omozeria. Keira inozeria, naringe omobazisa, naringe omobazisa, naringe omobazisa, naringe omobazisa. So uko na talent sahi, kama wewe ni pastor barandia watu. Amen. Preach to God. Kama wewe ni mwimbaji, imbia Mungu. So acha nikwambie, unaweza. Hebu toa hiyo song bwana, nikusupport. Uko mbele. So kama uko na talent sahi, imbia Mungu. Kuna wakati itafika utaulizwa ulikuwa mwimbaji, ulikuwa unafanya nini? Na hiyo uimbaji wako sasa utaimba wakati sasa unaona? So saa hii tuko wacha tufanyie Mungu kazi, tuimbe. Kama ni mahubiri, tuhubirie Mungu. Yes. Ukweli kabisa, ukweli. Yes, that is true. Okay. Kuna kelele. Hebu Catherine, uko na watoto wanakupigia kelele. Wacha niwazimie hivi. At least mtafute mahali pametulia kwa sababu ya kelele. Pastor John Menza, naona pale imekataa. Pastor John Menza, sijui mbona network simu yako ilifanyika vipi mtu? Mbona what is this? Wambuhu au warembo wako Gulf, don't know kama wako Gulf. Msitumie kikisi, Wambuhu asikiangi kikisi. Nashukuru sana my people, just want to support this msamini na msupport pale YouTube at the upcoming artist. Huyu ni upcoming, lakini amefanya wimbo ambao ni mtamu sana. Wimbo zake ni tamu, ziko na ujumbe. Tukienda kumalizia hapa hii video, wacha nianzishe wimbo vizuri. Huu wimbo umefanywa na Danny Keriga, Asna Boy, the presenter wa Kisi Crazy Monkey. Muumba mbingu na dunia. So wale watu wakubali nyuma yake, make sure mmeanza kudance. Akina kama ni watoe. Wale wako kwa timu Gwambuhu, ni kuona kicheza kwa timu comment ukidance. Sawa. So 1 2 3 let's go. Sama wimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Yawe, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu. Nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Yawe. Mbele yangu naona mafuriko makubwa yananijia Baba, kwa mwendo wa kasi sana, yananipanulia mdomo kama simba yawe. Sijui nifanye nini wala nitoroke wapi, nyuma yangu nikitazama. Wacha niulize, kwani wewe maskini umetulia badala dance? Mimi na dance hapa siwezi tulia. Mimi si mtu wa kutulia kukurukundu. Anachunguza maisha yangu Baba, huyu baka mtuliza mawingu, weka utulivu moyoni mwangu. Tuliza
mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Yawe, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, unishike Baba, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Yawe, vitisho vingi mbele nyuma, naomba niongoze, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, tuliza bahari yangu, siwezi mwenyewe. Baba yangu, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, hifadhi Yesu, unishike upendo wa Yesu. Japo majirani wanicheka, usiniache. Japo ndugu zangu wanitenga, usiniache. Mawimbi ya magonjwa, Yesu tuliza, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Mawimbi Yesu, tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, wewe Baba, nishike. I tell you. Good people, huo wimbo tumepata ni Mwimbaji, the upcoming artist. Ametoka hapa sasa hivi kwa sababu anaitwa kwa mfuruga kidogo. Anaitwa Irene Davis. Iko pale hapo kwa screen. Hiyo jina iko hapo kwa screen. So make sure mmepitia kwa YouTube channel yake, mmesubscribe YouTube channel yake. Iko hapo tu. Pitia wimbo wake, mpatie support. Na hiyo video ya hiyo wimbo imefanywa na Dani Kiriga wakiwa mimi nilikuwa nashika stand, nilikuwa nashikia Dani Kiriga yeye anashoot wimbo. Nako unatuambia vile ulifanya, eti unashika nilikuwa nashikia Dani Kiriga stand anashoot na pepa na mpepea kamera. So mimi nilikuwa nyuma ya kamera na mbele ya kamera. So hiyo kazi imefanywa na Dani Kiriga. So make sure you support that talent, support your talent. Okay. Support talent ya mwenzetu Mwimbaji. So make sure umeenda pale YouTube, umesubscribe. Andika Haleluya Jehova, umetamalaki mbingu na dunia. Ngurukutu, unajua kudansi? Unajua kudansi? Tutoe wimbo tufanye korabo. Yesu, tengeneza njia, pasipo na njia. Mtakatifu, tengeneza njia, pasipo na njia. Yesu, tengeneza njia, pasipo na njia. Mtakatifu. Watu wacheze. Mbona kama watu kucheza pale nje? Hakuna nini? Kwani hiyo wimbo hakuna network ama nini? Lakini sijapona. Mali yangu nimemaliza, sijapona. Yesu, tengeneza njia, pasipo na njia. Tengeneza njia, pasipo na njia. Yesu, tengeneza njia, pasipo na njia. Tengeneza njia, pasipo na njia. Naona nikikata tamaa ya maisha, shida na matatizo zinanisukuma. Mwisho sioni mbele wala nyuma. Usiniache nikazame, bila wewe sitaweza, bila wewe nitashindwa, bila wewe sitasonga.
bila wewe nitazama. Yesu, tengeneza njia pasipo na njia. All right, thank you very much. Nashukuru sana. Riskin. Yes. Maneno yako ya mwisho tukimalizia tafadhali kwa sababu ya muda. Nashukuru sana. Yes, muda. Kuna watu wanajoin hapa naona. Peki. Unataka kufungia watu nje? Peki leo unaonekana kadogo. Peki ameonekana katoto. Wewe unanichokoshanga tu sana. Ni nini mbaya? Sina jana ulikuwa mkubwa, leo mbona umekaa kadogo? Sijakula. Chakula. Nakaa kama unajua hata kama Catherine Firako. Catherine mwili yake inaonekana tu ni ndogo tu throughout. Yeye akwangi hakuna siku atakuwa mkubwa. Yeye ni kadogo tu throughout. Nitumie kakitu hapo uone. Nipe namba yako ya simu. Ya Mpesa. Kuja hapo nimeattend hapo nimeiweka hapo. Unitumie kakitu. Pia mimi nataka namba. Mimi nataka kuhewa. Sitaki nyuma. Sitaki. Nataka hapa. Peki umesema aje? Nimeyattend. No. Kuna wengine wanataka pia. Tunaomba. Ukitaka namba ya mtu namuomba tu. Unataka? Nataka namba yako. Naenda kutafuta. Najua mahali nitakupata, utapata namba yangu tu sijali. Eti utanitafuta utanipata wapi mkuu wangu? Ama utanipata ke? Niko na namba yako. Sure. Niko na namba yako lakini Sidani. Nitakutext WhatsApp. Wallahi niko na namba yako. Okay. Hivyo ni bora. Yeah. Umeona aje huyu mwimbaji Irene? Huyu mwimbaji mwenye anaitwa Irene Davis. Hata nimekuwa nikiwatch nyimbo zake mkiwa hapo. Nimesubscribe, nimecomment. Yeah. Nimefuatilia huko YouTube. Yeah. Ako sawa. Acha endelee na hiyo mtindo. Nyimbo zake zinaguza sana mtu. Yeah. Mungu amuinue. To subscribe watu kukunywa hapo. Denaka anakunywa nini? Discola. Imagine anakunywa chai na sisi hapa tuko mdomo imekauka kama kitu ingine na vile kuna choto. Anakunywa chai na sisi tunakunywa maji. Maji ni. Maji gaki muri kominto gaki. Tako ngite. Rero kwambokerete gaki. Haya kurukundu jena kubokerete gaki amaya ngonya kugusabirania amaya. Ikie mwana ominto. Nashukuru sana. Peki. Beki amekwama. Network. Catherine. Kila mtu maneno ya mwisho tafadhali. Wote nianze Beki. Beki unanipata? Acha kuwa stand by. Okay. Stable. Catherine unanipata? Okay, Beki amerudi. Beki. Naona Riskini alikuwa anakuchombea pale. Riskini alikuchombea picha. Hebu tuambie maneno yako ya mwisho tafadhali.
Tuambie maneno yako ya mwisho pekee nani kuchomea riskini na wewe mchomee page. Karibu sana, nafasi yako. Mimi sitaki kumchomea, tutakutana tu sijali naye. Mimi naweza sema huyo our sister anaimba poa na nyimbo zake zinaguza mtu sana. Aendelee na huo moyo, Mungu atambariki. We support her. Okay. Nashukuru sana. So watu wakimbie pale YouTube, ukienda YouTube andika Irene Daves, hiyo jina iko kwa screen. Make sure unanipata? Yes. Yes. Okay. Catherine Gesare, unmute your mic. Catherine Gesare. Nani pekee hajamaliza kuongea kukundu? Hajamaliza? Hapana. Hebu endelea, mimi nasikia amenyamaza hapa, hata nisikize hapa nyuma ya tent. Hebu endelea kuzungumza. We, ni screen. Nimemaliza guy, nimesema nitakutafuta. Uko na kesi na mimi. Okay, enda Catherine. Okay. Amekwama pale. Catherine Gesare, unmute your mic. Catherine Gesare. Okay. The skin. Maneno yako ya mwisho pale mtu wangu. Mimi sina maneno. Nasema na kwanza huyu sister mwenye tunaongelea ako wapi? Sasa tunaongea hewa. Ni kama network ilimkataa. Anasikia sasa? Sorry. The skin. Yes. Semaje? Sasa vile tunaongea juu yake anasikia? Akizungumza tu atapata ujumbe. Ni kama network imeenda ilimkataa. So mwambie maneno ya mwisho, zungumza tu maneno. Nambari yake ya simu iko hapo, utamtafuta umuongereshe. Nambari yake ya simu iko hapo kwa screen. Huyu anaitwa Irene. Irene, by the way, mimi na tigangu aneke kusitime tiko kwa na gesongo. Na correct. By the way, endelea na hiyo moyo. Endelea na hiyo moyo, by the way. Mungu aendelee kukubariki na usife moyo, by the way. Hata kama unaona hiyo safari ni ndefu, itakuja kukua safari yenye kurahisi sana. So tia bidii. Tia bidii. Talent yenye umepewa, tia bidii. Chikakamwe, utafaulu. Hayo ndio niko nayo. Sawa. Nashukuru sana. Tangia tulikuwa hapa mwendo wa saa 3. Nashukuru Pastor John Mensa. Network ilikukataa Pastor John Mensa, sijui utafanya aje. We are supporting this sister of ours, Pastor John Mensa. So tukapaki kidogo tukupiga Abud ya Shengi. Abud yako. Abud, let's unmute your microphone. Abud, press on that, unmute your microphone. Niaje? Hello. Yes, but. Yes, how are you? Again, ndugu waire. Waire buyaga kama mingo. Mbona na saire ndo jamenya ko wewe mwenye ko sai gandre na Kimore studio. Ningependa kutumia Kiswahili kwa sababu ya Wambuhu apatangi Kikisi. Sorry Wambugu. I'm good. Mko sawa? Nashukuru sana.
ndo naingia network yako iko chini kidogo, ni kama sikusikii na katakata. Oh, mimi ni network yangu iko na shida hapa pia, mimi kwa part ni stress, ndio maana Yes. network imenikataa. Yeah, nakupata sana, kupata vizuri, ndo naingia, hata sijui show ilianzia wapi, lakini nashikanisha kidogo. Tulikuwa na mgeni hapa, tulikuwa na mgeni mwimbaji anaitwa Irene Debs, hiyo jina iko kwa screen hapa. Na alikuwa anaomba tukaweze kumpatia support, tumeweza kumpatia support ya Mwimbaji ama support pale YouTube, subscription, usubscribe, bado upige comment, na ukipenda utaweza share, maana promote a new artist. She's an upcoming artist. Okay. Yeah. Haya, sawa, huko naelekea sahi. Naangalia vizuri. Then I'll subscribe to it, and nikishare nitashare pia kwa Facebook, beti zangu na Facebook pia. Nashukuru sana. Haina shida. Ya kitu muhimu siku hizi ni kusupport talent. Kama umeona talent mahali, isukume kabisa, isupport, ndio vijana wetu waende mbali. Hatutaki vijana wasumbuke huko nje. Kama wako na talent wachape kabisa, weka YouTube, we can like, share, to subscribe, then we share so that we promote them. Pia mimi niko na YouTube channel pale Ambient, imeandikwa Kukurikuntu. Wewe andika pale YouTube, andika Kukurikuntu, andika tu Kukurikuntu TV. Ukiandika Kukurikuntu TV itakuletea, piga subscription yako pale kwa Kukurikuntu TV. Kama utapiga subscription yako pale. Yako bro yako ni subscribe kitambo. Yako isha subscribe. Watu ni wengi, tuko na Rizikini. Watu ni wengi wako hapo na YouTube channel pia, nao kama uko nao tutasema tuweze kuipitia. Sawa. Yangu ni Abid President Mbali. Ni jina mpya, unaziangalia pia unini subscribe, si mbaya. I'll accept na nitashukuru sana. Jina yako weka hapo. Jina yako weka hapo tuone. Jina ndio nakuja. Abid President Mbali. Yes. Milioni. Yes. Sawa. Fiti, asante. Na mimi nimeipata. Na huyo ananishtua ni nani? Nimtafute hapa. Huyo ananishtua ni screen. Hiyo ni Nitakuta kwako ndio yes. Najua hata ukitafuta screen utapata. Yes. Utaweza pata screen, utapata nini? Lazima nikushe kwako ndio upate. Okay. So nitafute gani kwako? Ni hiyo jina tu. Yo. Yeye unasema kwa namba finya. Wewe unasema tifinya. Takufinya. Ndio latest ilikuwa ina trend. Nimeshaifikia. Yeah. Yeah. So, mimi na kitu ya muhimu sisi kama unajua sasa siku hizi zote kila mtu anaelekea YouTube. So tungeomba wenzetu wale wote ambao wako kuna account kwa YouTube waingie pale YouTube. They do share, they subscribe so that we support one another. Na ukisa subscribe ama ukienda kusubscribe, just enda kwa hizo videos na mwenye unataka kusubscribe, watch at least some seconds, then you subscribe. Hiyo ndio kupush sasa, unasukuma. Lakini ukienda subscribe tu hiyo hata kwa YouTube na najuanga hawahesabu. But ukienda una subscribe, then una watch, then una subscribe, then una watch, hiyo inaenda kama iko automatic. So tunashukuru sana kwa wale mnatusukuma. Kurukudu mama bro, tusukume kazi so that we move to higher places.
Thank you very much. Thank you very much. Nashukuru sana kuweza kuongea pamoja na mimi. So ile tu naomba pado watu wangu tafadhali, watu wa Kisi Hot TV show your love. Wanawake nataka mshughulike ku support huyu mkimsupport vizuri. Next time nitatafuta sasa. Nataka mkishow your love to this artist, the upcoming artist. Next time nawahakikishia kwamba natafuta mama anaitwa nani? Mama Gospel Gusi. This lady anaitwa Rebecca Thomas. So one day mnafanya kazi nzuri pale ya kusubscribe. Alafu kurukutu, kuna mwanamume niliona by the way, nataka mumulete kwa studio. Sijui ni mukisi ama ako nini. Yani musaje nare nkororo ole malete nande wate family waki. Ata moteli sana ile taranta yokotera. Muchimo molende studio ga. Wewe kikisi ilinisinya kitambo. Kikisi kilinisinya. Sasa sema sasa huyu mwanaume ulimwona wapi? Hata niliona hata wakiweka kwa nini? Waliweka kwa nini? Kwa grupu ya Hot TV. By the way, huyu mwanaume ametamba sana, hata kuna siku nilimuona kwa nini? Anaitwa aje? Nitakumbuka, nitaenda nione jina yake. By the way, huyo ndiye anastahili kuletwa kwa studio by the way. Pata jina yake niambie. Yes, nitakwambia by the way. Aki ni mwimbaji, ameimba nyimbo, anastahili kusapotiwa sana. Na ujua atembei, anatembea tu na hisi nini, tunasiita aje. Anatembea tu na mikono. Ujua anatembea na mikono by the way. Yellow card. So I think he will be fairly relieved with that, to be. Simkumbuki jina, nimesahau, hata nilisubscribe channel yake kitambo, nilisahau. Na niliona juzi nani waliweka kwa grupu ya Hot TV juzi. Sijui ni jana ama juzi waliweka. Nitakumbuka hiyo jina, nitakwambia. Sawa. So ila kitu cha kwanza, I want you to show your love to this lady. Nione kama mko very willing what our Mwimbaji. Unajua hatuna pesa ya kuwalipa. We want to promote them kwa subscription pekee pale YouTube by watching, pia nao waweze kuendelea. So if you show your love to that, tutakuwa na wengi. Nyamuita anasema I think huyo mwanaume Rizkini anasema ni nyamnyam. Yes, ndio huyo. Yes. Hey, wow. Sijui, okay. Uko na namba yake? Namba yake niliona Dennis Onyama alimuweka kwa nini? Nitaangalia namba yake. Kipata unipatie. Tafuta namba yako, kipata unipatie tuweze kumtafuta. Mimi Yes. Ukimpata mimi nitamtafuta nimlete hapa tuweze kumsupport. Pati wanawake popote mlipo, tafadhali show your love this lady. Huyu mwanamke wa kwanza tumeleta hapa. Huyu mwanamke wa kwanza tumeleta hapa. Akiwa ni mwanamke wa kwanza kabisa, tafadhali show your love this lady, msubscribe pale YouTube, mpatie support, muhimu sana. Itakuwa inamsaidia kisonga. Bro, kwani ako wapi na simuoni? Kwani ako wapi? Ama ameenda off kidogo? Network yake si nzuri. Okay. So ni mwimbaji. Naweza kuonyesha wimbo wake. Ni mwimbaji? Ni mwimbaji. Kuna mwanamke so. Wimbo wake ndio najaribu kumtafuta hapa. Wimbo wake ndio wote. Leo siku yangu. Wimbo wake ndio kwa tunacheza. Okay. Crazy monkey. Muumba mbingu na dunia, ninaomba utulivu moyoni mwangu.
bila utulivu mimi sitaweza, bila utulivu mimi sitaweza. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni mwangu, nishike mkono, nihifadhi kwa upendo wako, Yahweh. Mbele yangu naona mafuriko makubwa yananijia kwa mwendo wa kasi sana, yananipanulia mdomo kama simba Yahweh. Sijui nifanye nini wala nitoroke wapi. Nyuma yangu naona yule paka huyu baba ananikodolea macho, anamaliza nguvu yangu, anawinda roho yangu, anachunguza maisha yangu. Baba nihifadhi kwa upendo wako, Yahweh. Vitisho ni vingi mbele nyuma, naomba niongoze. Tuliza mawimbi, weka utulivu moyoni wangu, tuliza bahari yangu, siwezi mwenyewe. Okay, I tell you, ukitaka kupata huo wimbo, tafadhali kimbia pale YouTube, andika Irene Devs, hapo subscribe, watch and subscribe huo wimbo wote. Kuna nyimbo nzuri sana. Usisahau na video imefanywa na Danny Keriga kusupport wasanii wetu ambao ni upcoming artist. Alihakikisha kwamba amesupport. Victorito Erico anasema kwamba watching ndio anaingia tukitoka. So make sure huo wimbo tafadhali you go to that YouTube channel, andika Irene Devs, make sure umesubscribe and umesikiza huo wimbo Tuliza Mawimbi by Irene Devs. Kuna nyimbo mingi sana, amefanya nyimbo mingi sana tena tamu zaidi. So kijana Danny Keriga alimfanyia video, akamfanyia tu kuweza kupromote waimbaji wetu. So Danny Keriga hakikisha kwamba anafanya hiyo video amefanya na Danny Keriga kuweza kupromote. So tusiweze kutembea mbali ndani ya Kisi Hot TV. Nataka kutoka hapa kwa sababu ya muda. Wote tigeze kutoka hapa, Mwenyezi Mungu kwa pamoja na nyinyi. Wale watu ambao hawajafika pale katika Kuntu TV, fika pale msubscribe. In the next minute saa hii nitakuwa nakimbia pale kuweza kuingia katika Euros. Tunaingia penalty sasa pale England versus Italy. Naona pale wako katika dakika ya 119, kumaanisha kwamba walicheza muda wa 90 wakatoka sare 1-1. Sasa wameingia katika muda wa ziada. Hivyo wakitoka hivi wataingia katika hali ya penalty. Naona pale ndio game pale inaendelea. So pale nikitoka hapa live and direct nitakuwa nakimbia pale kuwaletea match penalties live and direct pale katika Kuntu TV. Okay, hapa hapa niko tu inachezwa ni timu kati ya Italy versus France. Sitaki kuanza kutangaza mpira hapa tafadhali. Wote Mwenyezi Mungu kwa pamoja na nyinyi, walinde. Jaribu kutangaza mpira bro. Jaribu. Tutakimbia pale katika Kuntu TV, tupatane pale, tutaarifiana mambo mengi zaidi kuhusu hii mechi. Hapa niache nimalizie hapa kwa sababu ilikuwa ni zamu ya kufahamu mwimbaji wako. Wacha tumalizie hapa, nikimbie. Tukitoka hapa tupatane kwa Kuntu TV, tuzungumze mawili matatu juu ya mechi ambayo inachezwa hapa. Wana ambao mta support mwimbaji huyu, anaitwa Irene Davis, mwanadada wetu ambaye Tuliza Mawimbi na nyimbo zingine. Enda pale YouTube, andika hiyo jina iko hapo kwa screen. Make sure umesubscribe. Nambari yake ya simu iko pale, kutaka kushauriana pamoja na yeye, kumuuliza jinsi ambavyo afika pale. Kama kuna kitu chochote kumuuliza, tafadhali mtembelee pale, hakikisha kwamba umeweza kumfikia. Naomba mkae na siku mwema, Mungu aweze kuwalinda tafadhali. Hapa sasa ambient tupatane pale kwa Kuntu TV, tuweze kutangaza mechi moja kwa moja hapa na hapa. Yes, ambient. Sawa. So Mungu mtuombee mamlaka, kwa sababu umekuwa pamoja na sisi tangia tuanze safari hii ya kufahamu mwimbaji. Tunaombe mwanadada wetu ambaye ni Irene Devs,
ambaye ni mwimbaji upcoming artist, mtakatifu mshike mkono kumuongoze. Unapofanya safari ya uimbaji, unapopita neno lako kumshike mkono. Wanakisi Hot TV wote na waombea kwanza kushika mkono mtakatifu. Pokea sifa, tukufu na mamlaka, kwa maana wewe ni Mungu sheja mbinguni. Katuongoze, tulinde kwa kila nafsi, mahali ambapo tulikukosea, tuomba msamaha. Katuongoze mtakatifu wa takatifu. Pokea sifa zako na kamiliwa milele. Asante kwa maana siku hii ya leo, asante kwa kibali cha uhai. Tuongoze Bwana, tulinde na damu yako Yesu Kristo. Wale wako sehemu za gari tunawaombea, wanapitia shida na majaribu, tunawaombea wote mtakatifu. Kwa wana katika sehemu za Kenya na sehemu zote zile, tuombea kibali na neema kutoka kwako. Pokea sifa, tukufu na mamlaka. Na katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen and amen, amen. Na waombea kila raheri, na waombea Mungu katika kuongoza. Wala ambapo mta subscribe katika YouTube channel yangu, ana pale katika Dennis Kukuntu TV and subscribe. Pia niko na project ya kununua drone. If you feel like kun support, you feel like kuingia katika ile group ya wana support, unaweza chukua namba yangu ya simu iko hapo kwa screen ya WhatsApp and text me, uniambie kwamba you are feeling like ni kuongeza pale, I can add you. Isikuwe pale ni pesa peke yake, pia ushauri wako, pia maoni yako ni muhimu sana. Unajua ukiingia pale kuna vile unaweza ongelesha mtu atoe pesa, hata kama kwa anataka kutoa, kama alikuwa anatoa pesa kidogo, kuna vile unaweza changamsha mtu agaze kutoa pesa. So if you feel like kuingia pale hiyo, make sure you may hit kwa namba yangu ya simu, namba yangu ya simu ya WhatsApp. Ndio kwa hapo 0700184011. So if you feel like kuingia WhatsApp group hiyo, utanihit hapo kwa ujumbe, uniambie ni kuongeze, I will add you into a group, tuendelee. Tulianzanga mwezi uliopita, katikati ya mwezi uliopita, bado tunaendelea mpaka hadi September ndio tutamaliza. Bado safari inaendelea, vile kikuongezwa pale kuja tukuongeza. Ni sababu nimeweka hivyo public, ni sababu wengine walisema kwamba ninafanya na sijawaambia niko mchoyo, sitaki kuwauzisha. Ndio maana yake naweza kusema if you feel like kukuja, umekaribishwa na Mwenyezi Mungu akulinde. Na from the other side, kama utaingia pale, mwambie kutoka hapa nje, yatakuwa ya muhimu sana. Usiku mwema, goodbye. Tupatane pale kwa Kukuntu TV in the next minute, tuweze kuangalia game ambayo inaendelea sasa hivi. Sawa sawa, bye bye.